mwachi yako endwa na muzio ibo muendete bote kwenda Ria nkanya ndega Ria nkanya bukiriki ati Ria nkanya boetete atia bukiriki pia rais kuna barabara iko chini hapa ya security hiyo uliambia hata PS anakili kazi yetu ni kukumbusha hata hii Biblia tunakumbushwa kila wakati ukitoka kukumbusha itasaulika na usaki isaulike inaitwa Ntobetwe Kiongo Ngaya Kinandoba Road hiyo ikipata lami na hiyo mambo yetu tutakuwa tumefunga na tutatulia tukingojea hiyo awamu nyingine ya kuweka kwa kiti na uendelee kabla ya miaka 10 yako mambo yetu yote yatakuwa nyoa wewe mwenyewe ulisema huyu TJ nitamuinua mimi niko na furaha sana Mheshimiwa Rais wewe kufika hapa mara 2 nataka hiyo usikie wengine wanasema rais anatembea Igembe na Meru kuomba lakini kule kwingine anatembea kuleta nini maendeleo si ndio our prophets of doom you cannot miss prophets of doom in any society there are church people who will talk in those voices lakini huyu mchapakazi mpenda wa Kristo mpenda wa Kenya leo tunatoa shukrani pia kwa kutupea rais kwa kutupea deputy president kwa kutupea mawaziri na serikali ambayo inatujali ama namna gani si ni Thanksgiving service hapa kuna mmea unaitwa mbera unajua ni vizuri kutaya ni vizuri kusema ukweli bila Rigijia anasema mimi ni mtu wa ukweli hata ukitaya kahawa mayani chai mbolea mahindi na maharawe koroso bila kutaya mmea wa mbera hapa ni kama kupatia mtu chai ambaye haina sukari tuvia ama namna gani lazima utaya nini huo mmea ama namna gani kwa hivyo mambo ni mengi nataka niombe nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais kabla ya hii mambo kuenda mbele kabisa nitambue viongozi ambao walikuwa wajumbe ambao wamefika katika hii ghafla wasimame pahali wako tupate kuwatambua former members of parliament please we have Mheshimiwa Tueruaki ambaye yuko hapa alikuwa mjumbe wa hapa na tunashukuru Mheshimiwa Rais pia amempatia kiti ya kuwa chairman wa KEFIS hiyo ni mzuri sisi hatuna shida hiyo tunafurahia kuna Madam Kayuyu ambaye alikuwa women wa Meru County ni chairperson wa ombudsman keti pale tuko na Mheshimiwa Irengo kwa hawa wawili wako na kazi Mheshimiwa Irengo naona sasa akikaa zaidi hii nywele itakuwa white yote kwa hivyo amulikwe kidogo apate randa na nafika yako kwa randa yako kuna machairman wengine naona hapa kama wa FC pia kwa hapa kijana wa area hii pia aonekane kuna former pia ni board member asante na muona Berere ni chairperson wa warehouses kuna mzee wetu pale Mheshimiwa ambaye unajua nishinda huyu mungwana alikuwa amenipatia kazi ya kukarabati maneno hapa hata hii mataa nikaweka nikiwa waziri wake wa barabara and energy Mheshimiwa Kiraito Murungi mpigieni makofi niliposhindwa miaka 5 aliniambia usikae kwa baridi na pia wewe ulimshukua ukamweka kwa serikali hata kama alikuwa upande ule wewe ni mtu wa kujali kila mtu kasema huyu mzee ni wa hekima aingie pia akae kwa hii serikali yetu ya kila mtu asante Mheshimiwa Rais hakuna mwingine Muturia yako wapi afugiwa mkono wengine wako mbali na sikuweka miwani wapigie Muturia na wengine wale wako hapa asante sana Mheshimiwa Rais naomba tu kwa kifupi kwa sababu hao watu waliharakisha ratiba kuna MCAs wetu ambao wako hapa Mheshimiwa Kiraito Murungi sasa aseme jambo kwa sababu nimeona ameingia kama kuna watu hapa na akili katika hii Meru Mheshimiwa Rais ni huyu mzee he is a mentor a great leader and a person ambaye ako na
expansive world of experience. Ningeomba tu aseme jambo. Asante sana, karibu mheshimiwa. Excellency President William Samoei Ruto, Excellency our Deputy President Rigathi Gachagua, Governor of Meru, Kaira Mwangasa, Waziri Mithika Linturi, all honorable members of Parliament, viongozi wetu wa kanisa, mabishop, wachungaji wote, tunawashukuru sana. Na antu wetu wa Meru mugeni, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Mimi nilisikia kuna maombi hapa ya Thanksgiving. Nikasema rasmi nifike huko hata mimi nitoe shukrani zangu. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi nimekuja kutoa shukrani kwako personally. Nilikuwa nimepotea, lakini wewe ni mchungaji mzuri. Kaza kuna ile kondoo mtu anakuwa na 99 moja inapotea, au unaingia huko kwa kichaka unatafuta hiyo imepotea na urudisha. President apigwe makofi. Mimi najua kuna ingine kidogo imebaki huko, nitatafuta tulete. Kwa hiyo hii nyumba iwe na kondoo zote za Meru. Actually, the one who invited me is Mheshimiwa Taitumu, Mheshimiwa wa area hii. Is a very hard worker. Kulikuwa na shida nyingi huku. Kuna market moja hapa inaitwa Antobetwe. Ukipata nafasi ukatembee, uone ile kazi Taitumu alifanya akiwa waziri wangu wa barabara. So we want to encourage them. Sasa mimi ni mzee, nimestaafu, lakini sema nipate nafasi niwashukuru watu wa Igembe, watu wa Harare kwa kunishikilia nikawa kiongozi wenu hiyo miaka yote. I want to thank God for that. Father Kemenya amesema kitu kizuri. Remember to say thank you. Even if I lost the last elections, there are so many other elections and won. Na nyinyi mlinichukua mkanibeba mkanifanya mkubwa wa Meru, si ndio? Sio na mchungaji lazima aendelee kubeba ile staff mpaka kondoo wote wawe pamoja. So thank you so much for your tireless efforts for bringing Merus together. We really appreciate that. Ile sasa naona sasa from my experience, ile shinda tuko nayo Meru ni timu ya mpira. Tuna wachezaji mashuhuri, sharp shooters, lakini hawana captain. It is not that I was better than the others. Lakini viongozi wa Meru walikaa wakaona nilikuwa karibu sana na President Mwai Kibaki. Wakasema kwa sababu mimi niko karibu na Ngoru, nipatiwe mpira niingize. Na tulijaribu sana kuinua Meru wakati huo. Sasa sisi wengine tuko mbali kidogo. Lakini waziri wetu Mithika Linturi ako pahali nilikuwa na Kibaki. Kwa sababu kama kuna mtu amepigania Rais William Ruto Meru hii, si mwingine ni Captain Mithika Linturi. Bila mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngoru na mkaniinua nikawa kiongozi wa Meru ni waongozi.
hiyo heshima tupatie Captain Mithika Linturi. Atuongoze tukiwa Meru, si ndio? Tunaona nakaa karibu na Deputy President. Sasa tukiwa na mambo yetu, sisi tunapatia hiyo mizigo yote Mithika Linturi. Alafu yeye anapatia DG Deputy President Rigathi Gachagua. Ikiwa mzito zaidi, si unaona Gachagua hapo karibu na William Ruto. Na Gachagua naye atapitisha mpira kwa William Ruto. Tuwe na huo utaratibu. Otherwise kelele kila mtu is tumbo right, tukereva nini Meru itaharibika. Hiyo tu ndio ningetaka kusema. Na Mungu amsaidie. Asanteni sana, Excellency. You are welcome. You are the president who have visited Meru more times. Within 1 year, more than even your previous ones, for 5 years. So, we know you love us, and we love you. Ile kazi mmepatia mafuta na kushukuru sana. Tunajaribu vile tunaweza huko, and with your support, I know we are going to succeed. Ile mkutano ya Nairobi, climate change, sasa unaitwa William Climate. Kuleta viongozi wote wa dunia hii, Nairobi was wonderful. It has never happened before. President apigwe makofi. We are going to be beneficiaries of climate change. Hapa, Egembe North, Tigania East, na West hapo. Keringen wamepanga mradi wa stima ya upepo. A wind project bigger than the Turkana one. 400 megawatts. Hapa Meru. Kila kitu imepangwa, the only problem was mambo ya land. Mutunga anashughulikia. Very soon we are going to get the title deeds. Let us have that project. The biggest one in Meru for climate change. Na sisi wazee wa Njuri Ncheki tutakuita tukubariki kwa hiyo maneno. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Kiraito Murungi. Unajua nimemuogopa kidogo kwa sababu nilikuwa nimesema alikuwa gavana wangu na nilikuwa CC. Hao wengine hakuna mtu ataongea kwa kirefu. Lakini Mheshimiwa Rais, wakati Kiraito tulikuwa tunangojea awe gavana katika serikali yako, huyu kinara wako Captain Linturi aliniambia yeye hakuna kiti anataka ni Rais William Ruto awe president. Hata kama hana kiti, bora William apate. Alikuwa anataka kudonate hata kiti yake kwa senator kwa mtu mwingine. Akaniambia mimi mheshimiwa ambaye alituondokea Midhiaro akitaka kuwa senator, mimi niko tayari kukaa bila kiti, bora Rais William Samoei Ruto apate kiti. Hiyo ni mtu hodari, si ni mtu bila kutingishwa, apigiwe makofi. Asante sana. Nataka kusonga. Nilikuwa nimeita MCAs wako wapi please? Wasimame pali popote walipo. Ni wengi. Angalia wapigiwe, wamfungiwe mkono our MCAs. Huko MCA wa area hii yako wapi? Hapa tuko step forward. Kindly say just one word. Hao wengine waketi. Faruku naona vile ameleta shida na tunaangalia ishara ile anatoa. Tunatambua nyinyi MCAs. Asante sana Mheshimiwa Rais, Naibu Rigathi Gachagua na viongozi wengine, gavana wetu. Karibuni sana hapa Ntwamboi, Igembe North, na mjisikie nyumbani. Kulingana na maongezi ya mheshimiwa wetu ni kwamba mgeni karibu, mwenyeji apone. Ningependa kusema tuliongea na tulikaa na mheshimiwa wetu na tukapata kuwa na makubaliano, na ni kwamba
yeye ndiye atawasilisha maongezi yetu, badala ya sisi sote tuwe na cha kusema. Tulikubaliana kuwa yeye ndiye atatuongelea na ndiye atawasilisha maoni yetu. Pia ningependa kuwakaribisha MCAs wenzangu, karibuni sana katika wodi ya Ntwamboi. Tuko pamoja na tutaendelea pamoja. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Ningependa our DCCs wako wasimame tu. Our DCCs wako pale. We have 2 sub-counties, Mutuate and Igebe North. We have Mr. Mwangulu. They are all new. Hawajakaa sana. Mheshimiwa Deputy President atutusaidia kuwapata baada ya utata mwingi. Kwa hivyo tunakushukuru. Ketini pahali mlipo. MPs wale wako hapa kindly tuanzie pale karibu na Kiraito Mutunga Kele, jirani wangu ndadi Kele Karido kindly. Ukiingia tu unasema one word. Faruku anasema msimame tu, lakini ni vyema tupange laini hapa kindly. All the members of parliament tusimame hapa tukifuatana. John Paul yuko wapi? Kutoka hapa alafu tuendelee mbele. Wengine waingia hapa isipokuwa chairman kidogo kindly. Asante sana TJ. His Excellency the President of the Republic of Kenya William Ruto, His Excellency the Deputy President, Governor wetu Captain Lintore, tumeambiwa na mzee wa hekima na kwamba saa hii unatuongoza na hii mpira ukipanga, kumbuka kupanga, ukifunga kuelekeza Igembe sana Igembe Central, usipunge tu kaelekeza hivi. Tutahakisha tumekuletea karibu unafunika. Your Excellency, karibu sana. Nachukua nafasi hii kukushukuru sana. Umeweka Meru katika mapu ya Kenya. Meru imeng'aa kujulikana Kenya tangu kuwe rais wetu. Vile vile umeinua pia Igembe, Muigembe Nation. Igembe pia imejulikana kupitia Captain Lintore. Tumekaa miaka mingi bila kuwa na waziri. Tumesikia bendera zinapita, sasa hivi tunaiona inakuja kwetu. Tunakushukuru sana. Your Excellency, mimi sikuji kulalamika wala kupiga kelele, kwa sababu niko kwa serikali. Na kama niko kwa serikali nikipiga kelele nitakuwa mjinga. Mimi yangu ni kukaa karibu hapa ndio niweze na mimi kuchukua nikipelekea watu wangu. Your Excellency, ile pesa ulitupa ya barabara milioni 230 tulitengeza barabara. Lami imeng'ara kabisa kutoka stage mpaka Meru National Parking Gate. Najua unakuja hivi karibuni kutufungulia barabara uitembelee uone vile imeng'aa. Miaka 15 ilikuwa barabara mbovu. Lakini umekuja ndani ya mwaka moja tumeng'aa na tunakushukuru sana. Pia kuna shule umetuwezesha kujenga kule chini. Your Excellency, siku hiyo pia utatembelea shule uone. Tulienda na Mithika, imekuwa kama zile shule tunaonanga Nairobi. Ikai kama shule ya huku kwetu. Yote kupitia kwako na mkono wako tumeona hapo. Umetuchagulia watu wetu Igembe, wengi wako katika serikali. Lakini Your Excellency, na kuomba tu, kuna university yetu tunalia kila siku university campus ya Igembe. Utushughulikie hiyo. Huku kwetu hatuna university, tungependa vijana wetu wasome karibu hapa kwa sababu gharama maisha imekuwa ni ya kupambana nayo. Ndio waweze kuwa wanatoka karibu wakisoma hapa karibu. Ya mwisho, Your Excellency, sisi hapa ni wakulima wa miraa. Na tumekuwa na changamoto unaposhughulikia hii mimea ingine ya kahawa na majani chai kupambana na makateli. Hata sisi tuna kateli hapa zinatusumbua hapa. Kateli moja ziko hapa airport. Wametunyanyaza, wakulima wetu wameonewa, wamenyanyazika, kila siku wanalia. Your Excellency, ukipambana makateli yao mengine, hata hiyo kateli pambana yao, ndio huyu mwanabiashara wa miraa asione hapa maua tu ati akili yake inaishia maua Nairobi. Akili yake nayo ipanuke, iangalie Djibouti, iangalie Mogadishu, na najua yote tumeongea na wewe, najua unayashughulikia na nahakikishia wananchi unayashughulikia. Vile vile
Najua mboda yetu unaishughulikia ndio tuweze kupeleka miraa Somalia kupitia kwa barabara. Hiyo pia tutaweza kuinuka kiuchumi na mkulima wetu atafaidika na atarudi katika hali nzuri ya kimaisha. Your Excellency, najua unakuja Igembe Central. Na ukikuja tutakueleza mambo ya Igembe Central. Hatutaki kuyaongea hapa kwa sababu hapa ni North. Lakini ukishughulikia mwenzako mambo ya usalama bila amesema, hata mimi nitafurahi kwa sababu kila siku ananungunika. Tukikula chakula pale kantini hata hawezi kula. Wewe ng'ombe zimeenda, kondoo zimeenda, kila siku ni hayo. Kwa hivyo hata yeye akipata amani, hata mimi nitapata amani kwa sababu sasa ile mdomo unakula hata pua inanusa. Na tunapata kufurahi. Kwa hayo machache na kushukuru sana. Nimetumwa na wazee, umesema wazee wapate pesa, wanaendelea kujiandikisha. Na unajua wanajiandikisha Bwana Excellency ni wazee wa miaka 70 kwenda juu. Na watu wanajua kuomba sana. Naona kila siku wakienda kule kujiandikisha, wanatema mate kwa kifua. Wanasema bariki William, bariki William. Na utapata baraka sana Your Excellency kupitia wazee. Captain amefanya vizuri, tumepata fertilizer. Huko kwetu tulikuwa tu yazoea hii maneno ya fertilizer. Sasa tumeletewa 2500 kila mtu amenunua. Sasa hivi tunatayarisha mashamba na najua tunaenda kupata chakula ya kutosha, watu wote wajipange na tutaendelea kukaa tukifurahi. Asante sana, barikiwa sana na karibu Igembe. Okay, asante sana mheshimiwa ndani. Madam Dorothy Muthoni, daktari, kujeni hapa ndio tufanye haraka. Tuingie hapa ndio tufanye hii haraka please. Najua. Tupange poleni hapa. Panda John. Okay, thank you very much. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Tunashukuru Mungu siku hii kwa kukutana hapa Lare ili tuweze kumshukuru Mungu na pastors wetu, rais wetu pamoja na naibu wako, tunawashukuru sana. Sababu mmekuwa mfano mwema katika taifa hili na mmetuonyesha kwamba wale ambao wanaanza na Mungu na wale ambao wanazidi kumcha Mungu mambo yao yanaendelea vyema. Rais, wewe umekuwa baba mzuri, umekuwa mzazi mzuri na pia umekuwa kiongozi mzuri wa taifa hili. Tulizunguka nawe sana wakati wa kuomba kura na kuna mengi ambayo uliweza kuahidi wananchi na tunataka kukushukuru leo hii. Sababu ukweli mzazi ambaye anamcha Mungu na mzazi ambaye anajua njia za Mungu akipeana ahadi anazitimiza. Na mkumbuka mwaka uliopita wakati ambapo tulitembea pale Igembe South. Tukazungumza na wananchi. Uliweza kusema hospitali itaweza kuenda level ingine. Na kumbuka ukiwa hapa Lare wakati ule tulikuwa hapa Kaelo, ulisema itaenda juu na tunakushukuru sababu hiyo ahadi ya level 5 imeweza kufika. Ulisema wakati ule tulikuwa siasa pale Maua ya kwamba tutafanya modern market pale Maua. Na unajua Maua ndio capital ya eneo hili la Igembe. Hiyo ndio capital city. Wakati ambapo unakuja huku Maua ndio inaongoza hapa. Ulisema modern market hapo ile siku tulikuwa State House. Tulisikia kwamba iko katika plan na saa hii tunangoja pesa ili iweze kuendelea. Rais pia kama vile ambavyo mwenzangu ameweza kuzungumza hapa mheshimiwa Dan mambo ya university. Niliambia wananchi hayo mambo ya university sitasema tena sababu tuliweza kuzungumza na ukasema mambo ya Igembe University Campus utaweza ama University College utaweza kuyazungumza wewe mwenyewe sababu inaenda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kama huyu rais ni rais ambaye ni mzuri na kiongozi mwema, sisi kama wananchi kazi yetu ni kumuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tunakuombea rais, wewe tia mguu katika barabara ya kufanya kazi. Wakati ambapo ulikuja Maua mwaka mmoja umepita kabla ya kuapishwa, pale ndipo ulisema ukiweka Biblia chini hawa makatela hawa utaweza kumalizana na wao, waanze kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huu wameanza kuona, ndio maana watu wameanza kuuliza huyu rais William Ruto kwa nini anapigana na ufisadi kwa funjo hivi. Walikuwa wanasema William azungumuzi mambo ya ufisadi. Wakati huu kwa nini wanaanza kulalamika?
wangoje tunyoroshe taifa hili. Na rais hapa, kama vile ambavyo Dani amekuambia mambo ya miraa na cartel, kuna watu ambao wamejifanya ndio wanaamulia wakulima wa miraa hapa ile bei ambayo watauza miraa, na wanaamua hata wale ambao watapeleka miraa pale Somali ni kina nani watapeleka pale. Tunashukuru waziri hapa, rais wetu, sababu ameshughulikia mambo ya miraa na huu kulima, sababu kuna watafiti ambao wamekuja hapa kuangalia hiki kilimo. Rais, hawa makatel kutoka pale airport na pia kwenda kule Mgandisho, shughulikia hawa. Mambo ni matatu, tumekubaliana na hayo. Rais, katika kusafiri kwa ndege na pia gari moshi kutoka Nairobi kwenda Mombasa, kutoka airport ya Nairobi hapo kwenda Mombasa ama kwenda Kisumu, eti mtu angebeba miraa katika ndege ama katika gari moshi, sababu hao wanasema haifai kupitia pale. Rais, nakumbuka mwaka wa 2016 hii miraa iliweza kuwekwa katika sheria ya kwamba ni mmea halali kama kilimo kile kingine. Tafadhali rais, hao wananchi wetu na wakulima wasitatizwe wakati ambapo wanasafirisha hiki kilimo chao kuenda nchini yetu hapa Kenya. Tafadhali rais. Then wananchi wa tukufu wa eneo hili, nadhani huyu mbunge wenu anaitwa Taitumu, rais, huyu Taitumu huwa anapigania hawa sana. Na wakati tukiwa na yeye kule mbunge, ukweli apumziki sababu ya mambo ya insecurity. Saidia yeye kama vile ambavyo deputy alisema. Bwana Yesu asifiwe. Sababu deputy amejitolea na amesimama na watu wa kutoka eneo hili. Kwa hivyo simama na huyu mbunge ili aweze kusaidika. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Thank you very much. Mtukufu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais ya Kenya Rigathi Gachagua, Waziri wa Kilimo Mithika Linturi, Gavana wa Meru, Senator wa Meru, Kraje langu, Rais wa Kenya ni kidogo sana sana. Ya kwanza, mimi nikukualika hapa, ukaribisha hapa Meru na nikuambie ujisikie nyumbani. Ya pili, Rais wa Jamhuri wa Kenya, ni kuleta salamu ya watu wa South Imenti. Mimi sikuji kuomba kitu ya South Imenti siku ya leo, lakini wameniambia wanatoa shukrani kwa ile barabara uli wa indi ya Nkobo Lobiri Kethirone lami inaendelea kufanywa sahi. Vile lami ya kutoka KK kwenda Mologa phase 1 inaendelea na wanangojea hiyo phase 2. Tumeongea na wewe vile Rais wa Kenya mambo mengi, lakini wameniambia watu wa South Imenti ati wanakugojea, na kabla ukuje ukumbuke ile barabara uliwa promise ya kutoka Kionyo Kanyakine kwenda Mitungu, kwa sababu wawezi kufika headquarter yao ya Kanyakine ambayo ni headquarter ya sub county. Vile ile barabara ya kutoka Kinoro kwenda Gachuri mpaka Kionyo, kuna mahali inaitwa Kongo. Watu ndani ya Meru kuna mahali inaitwa Kongo, wangetaka kuwa wanafika. Kwa hivyo wakati unakuja, Your Excellency, ukumbuke hizo barabara ati waweze kufika headquarter. Vile waniambia nikuambie shukrani sana. Ile lease au shamba tuliomba ya Marimba campus ya experiment iko karibu kupatikana within 1 week or 2 weeks. CS Renchore
ametusaidia kufanya, na wiki 2-3 tutapata. Ya mwisho wameniambia ni kuambie South Imenti wako nyuma yako, na kwa nyuma ni watu wa UDA, watu wa South Imenti wa kubeba sufuria, na wako na wewe na serikali yako ya Kenya Kwanza, na be assured South Imenti will lead in this country in the percentage. Thank you very much. Asante sana daktari. Mheshimiwa Dorothy Muthoni kwa kifupi kabili, kwa kifupi sana. Thank you so much, Mheshimiwa Taitum. Your Excellency, the President, the Deputy President, all protocols observed. Your Excellency, we are forever grateful for the love that you have for Meru. Tunakushukuru sana. Your Excellency, mimi pia nasimama hapa kutoa shukran za dhati kwa roho yangu yote, kwa sababu uliona ni vizuri uniteule niwe mmoja ya wabunge wa Meru. Ninashukuru. Pia Mheshimiwa Rais, ninashukuru sana kwa sababu kutoka hapa leo tuko na mwelekeo. Tumeamua sisi sote kama wa Meru, Captain Mithika Linturi atuongoze, na wa Meru wote wamesema ni ndio. Mheshimiwa Rais, siku ile nilikuja kwa signing of the education charter. The education charter ilikuwa na mambo mingi sana, na mimi ninashukuru kwa niaba ya Wakenya wote kwa sababu tayari it is only the education charter ile kila kitu ile ulituahidi umetimiza. Kuajiri walimu 56,000 in 1 year. CBC ilirekebishwa and now it is working very well, Mtukufu Rais. And then the third one, the university funding model is in place. Pigiani Raisi mkono, clap for the President. Finally, Mheshimiwa Rais, yesterday we spent a whole day with Mheshimiwa Maua and other MPs talking about corruption in this country. I want to say, because you have pronounced yourself on zero tolerance on corruption, we want to support you 100%. Na kwa wale mambo matatu ninataka kuongeza ingine ya 4. Ninataka kusema mambo ni matatu na ya 4. Yule ataingiza mkono kwa pesa ya wananchi, mkono ikatwe. Na utatafuta C-line. Hata tafuta watu wa kukata hiyo mkono. Watu wa kukata mkono tayari tumerecruit, tutatoa hapa. Kweli ama uongo? Thank you so much, Your Excellency. God bless you. Come to Meru as many times as possible. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wote walioko hapa leo, all protocols observed, our clergy, na waumini wote, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru sana Your Excellency kwa kufika kwako hapa siku ya leo. Sisi wa Meru tunafurahia sana wakati unatutembelea, kwa sababu tunajua baba amefika. Your Excellency, tunafurahia pia kazi ile unafanya Kenya yetu. Sana sana kuangalia upande wa vijana. Watu wakitaka kuleta foronjo zao wanauliza ni nini nimefanyika. Hawaangalii mambo kama ICT ambao will be a liberation for the youth of this country. Zile digital hubs zinatengenezwa Kenya yote. Na sisi tukiwa hapa, na sana sana nikielezea upande wa kwangu, tumepanga vile itakuwa. Na vijana wetu wanatarajia sana. Kuna mambo mengi umesema. Juzi uliahidi wa Kenya vijana watapata kazi nje. Na ulisema vile umeongea na marais wengi. Kwa hivyo, nashukuru sana kwa ile kazi unafanya, na tunashukuru Mungu kwa sababu wewe ni mtu wa mipango. Wewe ni mcha Mungu, hakuna jambo unasema ambayo utekelezi. Na tunashukuru kama nchi kwa sababu unatuwakilisha vizuri pia. Unapoongea watu wote wanakusikiza vizuri. Last week, hii wiki imeisha, kulikuwa na climate summit hapa Nairobi. Mazungumzo yako
yameenea kila mahali, na Afrika nzima wanasema wako na president Kenya ambaye anafaa hata kuwa president wa Afrika. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Sasa sisi tukiwa Wameru, sisi viongozi wako walioshikilia hii serikali na wote wale umeleta katika serikali, tunakuunga mkono na tunaunga kazi yako mkono. Tunaomba wakati wewe unapita hapa Meru, uangalie vile nchi yetu iko. Mimi natoka upande ambayo ni upande wa chini kidogo, na unajua climate change, one of the impacts of climate change, viumbe vyote vinaelekea mahali kuna baridi kidogo. Na sisi watu wa Tigania tuliamua kuoccupy Tigania yote, hata wale wako karibu na Isiolo. Kwa hivyo kuna shinda nyingi sana, shinda wa maji, shinda wa barabara. Lakini nakuomba Mheshimiwa Rais, unapopitia Meru uangalie tu kwa dirisha, utaona vile nchi yako iko na utaona ni wapi kumeendelea vipi. Na sisi hatulalamiki, tunasema tu tumia macho, ndivyo unapopanga mipango yako upange mipango ambayo inafikia watu wako. Leo hii Wameru wote wameangalia runinga kwa sababu wanajua leo ni siku ya maombi ya shukrani. Na tunaposema shukrani, tunasema shukrani kwa Mungu, na pia shukrani kwa Mungu kutupea wewe na naibu wako na viongozi wote. Kuna jambo ningetaka kusisitiza kidogo tu. Mheshimiwa Rais, unapanga Meru na unapanga Kenya. Na unapopanga Meru, tunakuomba umruhusu huyu wakili wako Mithika Linturi, umpe nafasi kidogo. Sio siasa, tunajua yeye si mwanasiasa. Akija Meru asiongee tu maneno ya kilimo, angalie mambo mengine kama vile tunaendelea kuwa kama viongozi. Sisi tukae kwa sababu tunajua yeye ni captain, na captain ni wa kuelekeza aidha ndege ama meli. Captain wetu anatosha, na sisi tukiwa viongozi wa Meru tunataka kusimama nyuma ya Captain Mithika Linturi. Ndio hii Meru yetu isimame vizuri, ndivyo tuweze kuendelea. Asaidie Mheshimiwa naibu wako kwa ile kazi anafanya. La mwisho Mheshimiwa Rais, kuna jambo Mheshimiwa Kiraito Murongi alisema, ambaye ni project inaitwa Wind Lab. Hiyo project itaajiri watoto wetu zaidi ya 200. Itaunganisha familia, itasaidia familia zaidi ya 500. Lililobaki ni jambo moja tu, kitu inaitwa Power Purchase Agreement. Na hiyo ni jambo kidogo kwako. Tunakuomba ukirudi, hata unapopanga kutembea kwetu, kwa sababu mambo ya Tigania siwezi kukuambia yote, lakini sana sana hiyo eneo inauza Tigania, inagusa Tigania East, Tigania West, Egembe Central na Egembe North. Unaporudi, tafadhali angalia maneno ya PPA, ili tuweze kupata hiyo mradi. La mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, tunaomba wakati mwingine ukitembea ukuje pande ile nyingine. Najua wewe ni mtu wa mipango na umepanga hayo, na katika mipango yako inakuanga detailed na inakuanga mipango ambayo inashughulika kila mtu. Kwa hayo machache, asante sana kwa nafasi hiyo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, na itifaki zote zikizingatiwa, Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kuja kwa maombi. Na Bishop amesema, Kidhia amesema hataki kuenda mapema. Kile ningemwambia John inasema kwamba he who believes in me lives even though he dies. So hautakufa, usijali. Mheshimiwa Rais, mambo ni mawili na matatu ile umesema, na ningekuomba na kushukuru umekubali kututengenezea State Lodge pale Meru, hapo showground. Kile ningekuomba Rais, tumekupatia tayari hiyo maeka zile za kiwanja, imepangwa, kila kitu imepangwa. Unajua naye ukikuja, huwezi kukuja na gari, lazima ukue na airstrip. Na Meru hatuna airstrip kwa saa hii. Huyu PS wako ako hapa wa environment, Bwana Mugambi, nimekuandikia hata barua. Muruhusu atukatie eka ingine 20 tufanye airstrip. Hata hizo mirazi nataka kwenda ziende kutoka hapo, na wewe ukikuja ukuje ulanda hapo, itakuwa rahisi kwetu. Mheshimiwa Rais, wakati tukiwa kwako mwezi wa 5, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani na nilikuwa nimefunga, lakini nilikuomba, kuna mahali uliniambia, ulisimama hapo karibu na Tuskys, barabara ni mbovu, na ukaamrisha wakati huo
ule alikuwa pale Kato na Nanok kwamba hiyo barabara itengenezwe. Mheshimiwa Rais, kutoka Ramadhani nilikuwa naomba nikisema Idi moja imepita, Idi ya pili imepita na bado hakuna kitu inafanyika. Hiyo ni barabara ya town Mheshimiwa Rais, kutoka 2016 haijafanywa. Ningekuomba pia pamoja na naibu wa rais mkuje mnifungulie Meru bypass. Meru bypass karibu 80% imekamilika. Na mnajua mumepotea Meru town miaka hiyo yote, mwaka moja mmekuja tu kwa dairy, naibu wa rais alikuja kwa kahawa, lakini maendeleo hii ingine hamjakuja. So ningewaomba kama mtaweza kufika. Ya mwisho nataka kurudia ile gavana wetu wa zamani amesema, Mheshimiwa Kiraito, na nataka tutambue kama Wameru wote kwamba tuko na kiongozi moja mkubwa kuliko wengine. Hatusemi yeye ndio anatafuta nini, lakini tunasema Mithika Lenturi atambuliwe, yeye ndio kiongozi wetu. Na nilisema awali pia, kabla ya mwezi 9 nilisema na mtoto amezaa science. Si ndio 9 months tumezaa mtoto? Mithika Lenturi atambuliwe, ndio kiongozi wetu na tunamtambua. Kwa hiyo machache nasema asanti, Mungu awabariki. I hope hiyo rais umesikia mambo ya airstrip na ingine ukuje Meru karibu, ndio naibu uangalie hiyo maneno. Mkutano tunafanya lakini haifanyiki, lakini nitakuja. Asante, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Raim. Nao nataka kumwalika Mheshimiwa wa Tigania East, Bwana Mpuro wa Buri. Naongea kwa kifupi sana, sio tusukubadia mic. Kidogo tu usalimiane, useme mambo mawili ya Tigania East. Haya. Ngai wakwa ni mnene, ngai wakwa ni mnene, ngai wakwa nene na ngai wakwa ni ngai. Haleluya. Amen. Asanti wa Kristo wapendwa. Asanti rais wetu mpendwa na naibu wako. Sisi wa Meru tunakupenda na tunapenda serikali yako. Serikali yako ni serikali tamu ambaye haina ukabila wowote. Uwe ni Mtigania, uwe ni Mwegembe, uwe ni Mwimenti, uwe ni Mudharaka, inaunganisha wote. Hebu mpigane rais makofi. Ya kwamba mimi asubuhi niliomba sana Rosary, mimi ni Mkatholiki. Nikasema kwamba Mwenyezi Mungu nipe uwezo wa kutembea Egembe kutoka Tigania, na nikifika Egembe yule ambaye ataniona macho yake Mwenyezi Mungu anipigie makofi. Nipigieni makofi wa Kristo wapendwa. Kwa sababu ni Mungu aliniambia nieleze nyinyi ya kwamba mimi nina imani na serikali ya William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto, unajua mahali na wewe na Mporo mtu wa Bori tumetoka 1992 nikiwa kansla. Kwa hivyo wewe ni daktari wa kisiasa na mimi ni daktari wa kisiasa, na mimi nikiwa Mporo mtu wa Bori, mtu akiuza William Ruto nikiwa kwa bathroom natoka bila nguo ama sabuni. Ya kwamba William Ruto usiambiwe uongo na mtu eti ya kwamba sikupigi ndebe katika Meru community. Hakuna kona yoyote ya Meru sikanyangi. Na leo Kiraito Muronge ameongea kitu ya maana eti ya kwamba mpaka anya nindrie. Kiraito Muronge ameongea kitu ya maana eti ya kwamba kiongozi wa Meru ni Mithika Lenturi. Na mimi nikiwa Mporo mtu wa Bori nimekubali, kwa sababu jana usiku alitusamo ni wajumbe wote Mheshimiwa Rais. Tukakaa chini akatuambia kwamba mimi ndio baba yenu kwa sababu niko kule State House. Na mimi ndio kukutana na Ruto mara kwa mara. Hii mambo naeleza nyinyi hapa, nataka amani katika Meru community, hakuna vita. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi tuko chini ya Mithika Lenturi ambaye ni kiongozi, umemwagia mafuta na wewe kutoka mbinguni. Eti ya kwamba awe kiongozi wa Meru. Pigeni Mithika makofi wapendwa. Ya kwamba Mheshimiwa Rais, hakuna mambo utaletewa State House ya Meru bila kupitia Mithika Lenturi. Ya kwamba kabla hajafika kule atakuwa amemaliza. Kiongozi wetu ni Mithika Lenturi. Kwanza niseme asante Mheshimiwa Rais. Tangu usikue serikali angalia mambo ya walimu. Saizi Mheshimiwa amesema umeandika 56,000 walimu. Wa saizi umeandika 56,000 within 2 years. Within 1 year umeandika 56,000. Na saizi juzi umeongeza wengine. Kwanza mimi kupitia kwa naibu wa rais
Nimepata walimu 5 karatasi nikapelekea maskini watu kule, haki ya Mungu wote wanalia wakisema Ruto ni mwanaume. Kwa hivyo mimi nikiwa mporo mtu hapo nasema kwamba sisi Nyambene taabu yetu ni maji. Kuna maji ambayo inaitwa ile ndamu ambayo iko katika Nyambene inaitwa Urandamu. Urandamu iko 10 acres ambaye Father Mbiko alikuwa anatoa maji ya kuya pande hii. Mheshimiwa Rais, ukitengeza Urandamu, hiyo maji itakuya Ntonyeri, hiyo maji itaenda Gembe South, Tigania East, Tigania West, Meru mzima itakunywa maji Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo mimi yangu sina vita yoyote, ni kusema asanti kwa kazi ambayo unafanyia wa Kenya. Na sisi wayumbe, kwa sababu ndio tunaelewa kazi gani inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Tunaeleza wananchi kwamba kazi inafanyika. Njuzi barabara iliyofungua ile ya Mikindori Mulika Market imeisha, inaongoja ufungue. Barabara iliyofungua ya Mikindori kuleta Kativini Road, Mheshimiwa Rais, huyo contractor alipewa ako miaka 7. Anjaweka hata mita 1. Kwa hivyo kama anjaweka hata mita 1, akikaa huko hata miaka 10 hataweka. Tafadhali Mheshimiwa Rais, kuja Tigania East. Mheshimiwa Rais, mambo ya miraa. Ukienda Afghanistan, wasaizi Afghanistan wanapanda bangi inaingia kwa ndege, bangi inaingia kwa gari. Lakini miraa yetu ikiingia kwa ndege ya Kenya, tunaona kama wakora Mheshimiwa Rais. Tafadhali Mheshimiwa Rais, tunakuomba Mheshimiwa Rais, tukubalie tuingie wa Kenya Highways. Nipige bebe zangu, nifike Mombasa, nipige bebe zangu, nipige kona zote. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kuongea Mheshimiwa Rais, nina imani na serikali yako na nitafanyia kazi Mheshimiwa Rais, kwa sababu tulingana na wewe kwa Mansolo na ukatuma tena ndiye. Kwa ukatuma ambiye bwana nawe ndio mdharia. Mheshimiwa Rais, tulingana na wewe ukiwa Mansolo ukatuma. Kemeru nasema kwamba ataekoa mama yako ndio baba yako, na baba yangu aliyemoa kwa Kenya ni William Samoi. Na sisi tunasema tukiwa Meru Mheshimiwa Rais, kampeni yako mkono na naibu wako 2027 takuwa ni rais completely. Tembea Tigania East, Tigania West. Wasaizi mambo ya Kengen ambaye Mheshimiwa Kireto amesema. Kengen ulitupatia 2016, wewe na mrombo yako. Na mimi nilikuwa mjumbe. Ile Kengen uliopeana grupu ingine ikaenda kotini. Yale maladrobo ulipeana yakaenda. Kila kitu ikaenda. Mheshimiwa Rais, kwa sababu uko mbunge saizi na wewe ndio rais wa nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Rais, ukiweka Kengen katika Gembe Central, ukiweka Kengen katika Tigania East na Tigania West, vijana wetu wataandikwa, vijana wetu wataoana, vijana wetu watazaa, vijana wetu watafanya kila kitu. Mheshimiwa Rais, kura yako inakuwa mingi. Mpigeni makofi Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo sababu ya haraka Mheshimiwa Rais, yangu ni kukuimbia kawimbo kamoja ndio ufurahie. Mbona kalwembo? Mbona kalwembo? Kalwembo tele. Kaliwa angabwe vyake dhodi kataka bwatibwa. Kawa Mungu niondole kiongozi yule ataki amani. Mungu niondole. Katibwa haya twende. Mungu niondole kiongozi yule ataki amani. Mungu niondole. Amen. Amen. Moto wa Ruto moto. Moto wa Meru moto. Moto wa Methika moto. Moto wa Gachagua moto. Moto wa Ruto moto. Moto wa Mutuma moto. Asetani anainama, anainuka, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka. Huya! Mheshimiwa Rais, samahani. Kiongozi Abori ni kiongozi wa vituko. Watu wamechangamka, si ni kweli? Apigiwe makofi ili aketi. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kabla sijamuita chairman wangu wa Meru Caucus, tuko na kiongozi wa Maua, mjumbe wa Maragwa kati yetu, and she is the only MP from outside Meru County. It will be only fair if she says something. Alafu huyo mwingine ni kijana wako, nitajua pale nitamuingisha Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Unajua huyo ni kinara wako, umetembea naye Kenya mzima, lazima aseme jambo. Ingia wa
Thank you so much mjumbe wa hapa na kolegi wangu kule bunge la taifa, Your Excellency na naibu wako na wale wengine wote ambao tumejumuika hapa pamoja na watu wa huku. Hamjambo. Mimi yangu ni machache sana. Hao lazima tungewapea nafasi ndio waseme maneno, wao ndio mumechagua wamemsimamia huku. Yangu wana Meru ni kumwambia, tukisema tutanje yale maneno yote serikali ya William Ruto na naibu wake imefanya, tutaanzia asubuhi tutaenda mpaka jioni. Mimi yangu ni kusema hakuna serikali ambao tumeweka kwa kiti imefanya kazi kwa haraka, kazi ambao inaonekana kama hii serikali tulikuwa tunasema ni serikali ya hasara. Tunataka yenye itainua mwananchi kutoka pale chini imlete juu ndio kila yeyote aweze kuweka chakula mezani. Ya mwisho, Your Excellency, hii serikali yako ni ya kuunganisha. Na ukiangalia maneno hivi, wewe ni mwelevu mkiwa na naibu wako. Kuna kakitu kadogo kako huku Meru. Kuna kakitu kadogo kako huku. Na Your Excellency, unatuambianga kila wakati kama hatujashikana mkono, kama hakuna ule upendo, kama hakuna kukaa chini ndio tuongee na sauti moja, mambo ingine italegea hapa. Mimi nataka kumwambia viongozi na watu wa Meru, tunasemanga you cannot walk alone. You must bring everyone on board. Na hii serikali ya Meru itatembea na ifanye kutoka wale wanasimamia serikali kuu mpaka wale wamesimamia serikali ya ugatuzi, county government, mkiongea na sauti moja. Na kama wale wengine wanaongea pamoja, ni mmoja tu wako nje au wawili au watatu, haki ya Mungu, na hapa naona tuko na kraji wazuri sana wamcha Mungu, siangalao tuwaite hao wawili watatu tuwaombe, ndio watu wa Meru tushikane pamoja. Ndio kraje wakati tunaambia rais tunataka kwenda kumuona tuongee na yeye tukule, ndio tuongee ingine ya hapa tukue tumemaliza. Kitabu ya Mungu inatuanzia kila kitu kuanzia Yerusalemu, na hii ndio Yerusalemu yenu. Ako kamoja tuwili tumepotea kidogo, ndio tukose kuwa na sauti moja wana Meru. Haki ya Mungu, hata wewe pahali huko wewe ni mcha Mungu, omba na tuambie waombe na waombewe, to unite wana Meru ndio sisi zote tusoge pamoja. Si ndio hiyo? Kura za Meru tunazitaka kwa serikali hii ya Kenya Kwanza. Murang'a sisi hatuwezi toshereza kura za rais kutoka Mount Kenya region. I want to commend our deputy president. You are doing well and you are doing good. Pahali president wetu hayuko, wewe uko hapo kushikilia. So hii maneno najua itakuwa mzuri. Wana Meru, tumekuja na Dede Nyoro kutoka Murang'a, tuampenda, tutembee pamoja. Unity and peace will keep us always together. Thank you so much. Asante sana. Tunaenda katika kutamatisha hili awamu kidogo ili niondoke, lakini kabla hayo, Mheshimiwa Rais, unajua ulifika mapema kwa sababu wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Ukiangalia huo uwanja sasa umejaa mpaka pumoni. Hii tenti tuliweka ya 10,000 people na watu hawana pahali ya kuketi wakati huu. Unajua ulihauka, wewe ni mtu wa mapema na ni mtu wa kupanga kila kitu. Kabla ya chairman pia, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kila mtu anamfahamu huyo kijana chupavu kutoka Kiharu. Watu kula mfungia Ndindi Nyoro mkono. Okay, kwa kifupi tu, kwa sababu wewe ni mtu wa kutembea na rais, mambo yako inajulikana sana. Si ni sawa sawa? Asante sana TJ. Your Excellency, the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President, viongozi wote, our clergy, na hawa wadosi wetu wa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni kaire. Muriega andu a Meru. Andu arare muriega. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asanteni sana. Rais wetu, ya kwanza ni kukushukuru wewe
na wacha nikustaki kidogo kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Nikustaki kwa sababu kama ingekuwa zawadi inapeanwa kwa wafuasi na supporters wa Hustler Nation, na ipangwe number 1 ikuwe platinum, number 2 ikuwe gold, na zifuatane, Rare wangepata platinum. Kwa sababu nyenye watu wa Rare muko kwa roho ya rais. Kila wakati tulikuwa tunakuja hapa, mlitukaribisha vilivyo. Na pia sijui ni washukuru tukiwa kanisa, kwa sababu wakati wapinzani walikuwa wanakuja, pia mlikuwa mnawakaribisha kwa njia nyingine. Na kwa hivyo nyenye mkakuwa wafuasi wetu wale wa dhati kabisa. On behalf of our president, na washukuru sana kwa support yenu ile mlituonyesha na kura na maombi, na pia support ya kujionyesha yenyewe. Ya pili ni washukuru kwa kuchagua Julius Taitumu. Huyu Taitumu TJ, mnajua anashikilia rais wetu kama chairman wa budget pale bunge. Na huyu TJ, rais, huyu TJ ananisumbua sana. Huyu ni matata. Anataka ahame na budget ya Kenya mzima, alete hapa Igebe North. Taitumu, tafadhali wachia wa Kenya wengine kidogo, wacha kusukuma barabara na maji, budget yote unataka ulete hapa. Hapa mlichagua Jaba, anawatetea na anataka anyakue budget yote alete hapa. Rais wetu, nilikuwa nasoma leo Biblia na nikasikiza mhubiri wa siku ya leo. Ukisoma kuna verse 20 katika Biblia inaongea maneno ya unity. Ukisoma 1 Corinthians 1:10 inaongea maneno ya watu kufanya kazi kwa pamoja. Ukienda Psalms 133:1 inasema how pleasant and good it is for brethren and the people of God to work together in unity. Ukienda kwa kitabu ya John inasema where there is unity, God commands a blessing. Mimi nawaomba, mimi natoka Murang'a na pia Meru ni nyumbani. Sisi ni watu wa Mount Kenya. Tafadhali nawaomba kwa unyenyekevu, viongozi tuongoze hawa wadosi wetu wananchi kwa njia ya kushikamana pamoja na kuwapeleka mbele. Hii ya hapa chini kama viongozi tusuruhishe. Na mimi nikisema hayo najua watu wa Meru mnaelewa vile nasema. Sisi viongozi wote na wasihi kwa unyenyekevu kama kijana. It is good that we work together in unity, kwa sababu unity ndio inaleta maendeleo hapa kwa wadosi ambao tunaongoza. Rais wetu, mimi nakushukuru sana kwa sababu juzi katika Climate Summit umeweka Kenya katika map ya world yote. Na rais wetu, mimi nakuuliza kwa heshima, ukanyagia hapo kama kiongozi kama chairman wa budget, kuna kitu inaitwa debt. Na wewe umekuwa mtu wa kuongea sio Kenya peke yake, kwa nchi zote za ulimwengu. Kuna watu wanajiita multilateral, wale wanakopesha nchi kama sisi pesa, na wanawaka pamoja na watu wengine wanaitwa credit rating agencies. Wanakuja wanapoint nchi kama ya Kenya na ingine, wanasema ati hawa wanaweka maneno baya ya maneno ya madeni. Wakienda kwa watu wengine developed countries, wanaweka sukari kidogo, na hiyo iko na ramifications. Rais, wakati ambao Greece ilikuwa inaenda kuomba katika pesa ya Eurobond, wakaenda kwa market, wao walikopeshwa pesa na below 1%. The same time Zambia walikuwa wanakopa pesa, walikopeshwa na kama 10%. Na already Greece has ever defaulted. Hiyo maneno unafanya ya kutetea nchi kama Kenya, waangaliwe na jicho moja kama nchi zingine, itapunguza ile pesa tunaspend katika madeni, na hiyo pesa ikienda chini, hiyo pesa inakuja kwa maendeleo ya barabara na maji na yale mengine. Na ukanyagia hapo rais, maneno yote ambayo tumefanya ya budget ni maneno ya hawa wadosi wetu raia wa Kenya. Maneno ya masomo umeangalia, maneno ya kukwamua zile barabara zimekwama, na maendeleo mengine ya kupeleka Kenya mbele. Na mimi nisiseme kwa sababu utasema. Najua hapa watu wameongea hata maneno ya miraa.
na najua wewe umefikiria mambo mingi kwa sababu mimi ni rafiki yako. Maneno ya soko, hata mtu ya kusimamia hizo masoko ya miraa, najua huko na maneno utatangaza hapa. Ndio mtu ambaye anatetea miraa huko nje, akuwa anajua miraa inatoka wapi, akiitetea akitafuta soko, akuwe anatoka hapa especially ya Igembe. Lakini hayo ni maneno ya rais, nitamwachia atasema. Kwa hayo mengi, mimi nashukuru sana. Lakini rais, pia tukiongea hii maneno ya Nairobi ya dialogue, uniruhusu niseme hiyo ya mwisho. Si tulikuchagua na tukakupea kura yote na ukakuwa rais na unatuongoza vizuri. Hii maneno ya dialogue iko Nairobi. Mimi nikiomba kama lazima ikue, agenda number 1 inaweza wekwa kama weather. Wakikutana wanaulizana leo kuna jua, kunakaa kunyesha na maneno kama hayo. Maneno ya uongozi wa Kenya, tuko na kiongozi na ni rais wetu. Maneno ya kupunguza bei ya maisha, hiyo rais already unafanya. Hii maneno ya dialogue, wasifike pahali wafikirie kuna kitu inaitwa mkate nusu. Na wasifike wafikirie kuna serikali ya kupitia kwa mkato. Kwa sababu mimi najua hakuna mkate nusu. And no one should dream about mkate nusu kwa sababu hiyo hakuna. Na hayo mengi, asanteni sana. Asante sana, mfungie mkono Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Tumempea nafasi kidogo kwa sababu yeye ni chairman wa budget. Lakini hata kama yasema ni nini alituwekea hapo, tulimpatia haraka ili ataangalia ndio tuwe sawa sawa. Tunashukuru. Wakati huu Mheshimiwa Rais ametoka kidogo. Wakati huu Your Excellency the Deputy, hawa watu kama vile amesema, wote walisema kwa kauli Mlima Kenya, Kenya mzima, hakuna mambo ya nini ya nusu mkate. Nyinyi siku ya leo watu wa Lare na watu wa Igembe na wa Meru, mnatarajia nusu mkate kwa ile maongeo? Mnasema la. Hebu mseme kwa sauti, Deputy President aone hakuna nusu nini mkate. Kiongozi chairman wetu wa caucus ya Meru, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya in absentia but coming back shortly, His Excellency the Deputy President, our son from Meru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our Governor, our CS, the PSs who are here, our Senator, na viongozi wote waliopo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mketherieni na umugeni imbuje bitawale ndikiri. Asante antobaya Igembe North. Kemeru kuga mwaria aligetie omba kununkia ntundu. Sasa tutafanya hivyo kwa sababu nimesikiza viongozi wabunge ambao wanipatia jukumu kubwa kuongoza kwa muda, na nataka kuhakikishia Your Excellency the Deputy President, from where I stand, wabunge wote niko na hakika wote tumeungana ndio tulete amani kati ya sisi sote, na vile vile tuonyeshe kweli tuko na mahono ya uongozi. Your Excellency the Deputy President, hii safari tumetembea na wewe tukiwa wabunge, tumetembea na wewe tukiomba kula Sir William Samoei Ruto. Hata wakati huo uko na songa kidogo, you became our friend, ukakuwa rafiki wetu sana wa dhati. Na nataka kuambia watu wa Igembe North, mama wa Rigiji, Deputy President of the Republic of Kenya,
anatoka Meru pale kwangu Kebreshia. Simpiga makofi my friend, this is your brother. Your Excellency, wacha mdosi akuje ndio nitoe hiyo ingine. Mdosi umeniepa. Karibu sana. Your Excellency, I just made an introduction kwamba hii safari ya kufika pale tuko ya kubebwa na ndege 06 tulianza kitambo na wewe na your deputy, na tumefika hapa na tunashukuru Mungu. Your Excellency, nimesema mdogo wako, hii mtu wako wa mikono Rigathi Gachagua, mama yake, umesikia ukiwa huko? Oh, thank you very much. Kumbe unapeanga attention kila pahali. Your Excellency, hii safari tumetembea pamoja, na kama nimepatiwa jukumu kuongoza hawa bunge, pia mimi niko na maono mawili matatu, sitarudia yale yameongelewa. Mimi yangu ni kuweka summary. Your Excellency, tuko na apology kutoka kwa Women Lab, Madam Elizabeth Kairemia ako kwa mkutano, pia vile vile Mheshimiwa Kirema wako na kamiti pale Mombasa, akaniambia nikukumbushe mambo tu ya Mariana University na hiyo ingine ya barabara. Nitakupatia hiyo karatasi kutoka kwa Mheshimiwa Kirema. Mimi sitaongea maneno ya bori kwa sababu nishapata nafasi mara 2-3 na nitajua nitapata mara nyingine nikuja niongee maneno ya bori. Lakini nataka kukumbusha Your Excellency, wewe ndio profesa wetu, na pale Nyeri jana nisikia ukisema watu wapatiwe nafasi kusoma. Unajua mimi ulinifundisha kitambo na ulinifundisha nikiwa mzee, na kati ya watu wote mimi ndio degree ya kwanza nilipata, na vile you convince me kukufuata. Sasa an apostle of you and League G. Your Excellency, peace and unity ni kitu ya muhimu sana. Tumesomeshwa leo hakuwezi kuwa na maendeleo bila ushirikiano, bila kuongea pamoja, bila kupanga maneno pamoja. Your Excellency, sisi tukiwa pale Nairobi National Government kama viongozi waheshimiwa wa bunge, tumeonelea ni vizuri tuanze kujipanga kwenda mbele na huyu muungwana anaitwa Mithika Linturi. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mjumbe, alikuwa seneta, na sasa ni CS. Na huyu mtu amekuwa kwa siasa from 1994. Kwa hivyo historia ya Meru huyu mzee anajua. Alikuwa kwa KANU, alianza kupigana na Karoyo kitambo. Kwa hivyo ni mtu amekomaa. Tunakuomba tu ukubalie aendelee akiwa hapo, na kwa sababu ako karibu na Deputy President hapo, ikishikanina na hiyo ingine nimesema, Deputy President ni mtu wa Kebreshia. Sasa maneno ya Meru itaendelea kuwa mzuri. Namsema hivi kwa nini? Katika kitabu cha Zaburi 29 mstari wa kwanza na wa pili inasema ile nchi inaongozwa na watu wabaya, watu huishi wakilia. Ile nchi inaongozwa na watu wazuri, watu wanaishi kwa amani na vigelegele. Your Excellency, we are at a crossroad as a Meru County. From the national government, we have set ourselves, and I'm sure you'll have an opportunity at the county level because we need to move strategically together. Your Excellency, wewe ni mtu wa umetufunza kusema ukweli. Mimi nitasema sio kuzuri. Sio kuzuri. We can pretend. Your Excellency, uko NIS, uko na DCI, uko na EACC, uko na polisi, uko na mapasta. The story and the event unfolding
in our country, you have all the sources. Your Excellency, the Deputy President called us, and we agreed the way forward. As a leader, with the responsibility of these members, Deputy President na Mithika Linturi wakatuambia, nyinyi wabunge, angalieni mambo yenu, wacha tuone wengine. But you know, Your Excellency, suluhisho ya shida zetu hapa Meru iko ndani hapa. Wale watasuluhisha hiyo maneno wako hapa ndani, kwa sababu tunajijua. Ile tu nafasi haijapatikana kamilifu, ni nafasi ya kukaa chini tuambiane ukweli. That way we shall move. Your Excellency, mimi sitakumbusha mambo mengi. Wewe uko na karamu. Ile maneno yote uliongea ya UDA manifesto, wewe uko na hiyo. Sasa mimi sitaki kukukumbusha every day. Na wewe ni rafiki yangu, na Gachagua hata naye mheshimiwa anajua, hatuwakumbusha kwa sababu mko naye. Ile tu inabaki ni mkumbuke kitu moja. Hii Meru tulikuwa number 4 katika kura zenu nyinyi wawili. Na sasa tumejipanga na wabunge, at least I can speak, ndio tutoe hii number 4 tukuje hapa number 2 tufuate Kiambu. Sasa hapo ndio tunalimia. Na unajua sasa kutoka number 4 kuja number 2 kufuata Kiambu ambayo inaonekana inaenda, lazima nitoe Nyoro, lazima nitoe hii watu wa Nyeri, lazima nitoe watu wa Nakuru, lazima nitoe watu wengine Laikipia, Kirinyaga wote. Sasa tuko na jukumu. Your Excellency, 2027 tunataka UDA 100% katika kaunti yetu. Your Excellency, tulibakisha kidogo wakati ule. Hatukuwa serious sana. Tulikuwa na members only 120,000. Sasa sisi tumejipanga na wabunge tuhakikishe sasa this time registration ya UDA members lazima tufike 1,500. Na hiyo sio kazi rahisi. Ndio tunataka amani, kwa sababu hao wananchi wanatuangalia. Wewe ngoja my friend, sijaongea hata maneno yako. So Your Excellency, tuko tayari hapa to move forward with the mission that we started, a UDA under your stewardship. Hatutakuangusha bosi hapo, na unanijua Ligiji, unanijua. Tukianza safari ya UDA hakuna kurudi nyuma. Sasa hiyo ofisi umefungua pale Nyeri, lazima yetu tutahakikisha kila constituency iko na ofisi kamilifu ya UDA, kwa sababu hiyo ndio chama yetu na ndio inatoa mkate huu tunakula, ndio inatoa hii maneno yote tumepata. Your Excellency, I want to tell you we are so happy, but kasi iko kidogo. So turuhusu sisi viongozi wa bunge tumekat na tutaendelea kukaa. Umetuchagulia maboard chairman na wengine, au wote tutawaleta pamoja, because Meru is bigger than anybody else. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Ridikiri. Mheshimiwa Rais wa Meru, hata ukiona wanakatalia, hiyo ndio tabia yao, lakini ni wangwana. Ukimwambia nenda, ndio sasa anataka kukaa. Si kwa ubaya, ni kwa tabia. Kwa hivyo utatuia radhi Your Excellency. Hapa kuna viongozi kutambua, kuna CAS Gitonga, kuna PS Kilemi wakati yetu na Mugambi PS. Pia niruhusu Mheshimiwa Rais nitambue my spouse ako pale, asimame, mfungieni makofi. Unajua jioni anaweza leta shida sana, ako katikati yetu. Kwa hivyo nataka kutamatisha na unialau niongee kidogo tu, nitaje mawili yale siku nena. Sitaki kuongea tena. Ulisikia mambo ya university kutoka father, na father akisema hiyo inasikika zaidi hata ya mjumbe. Hiyo ni kwa sababu ni mtu wa Mungu na wewe ni mcha Mungu, mkiwa na Rigathi Gachagua na familia. Pia ningetaka kusema hapa tuko na sub county mbili. One of the sub counties Mutwati haina administration block. Hiyo nimesukuma pia kidogo,
nikapelekea minister waziri wako barua, lakini tunaomba wapate angalau hiyo pesa kidogo, wapate mahali ya kukaa. Mambo ya stima huku kwetu ni kidonda ndugu, Your Excellency. Igembe North is the only sub-county that is below 50% in terms of connectivity. Kwa hivyo tumetembea huko, lakini tunaomba utupige njeki kidogo, ndiposa mambo ya stima tupate kuongezea. Mipango yako ya housing fund, Bwana Uridikiri, wewe umenena na umesema rais amekuwa kwako mara mingi. Mambo ya housing hiyo najua utaongea. Mambo ya kilimo, mambo ya mbolea, waziri yuko hapa, lakini tunaomba kidogo, umeleta mpango ambao yawaikuwa zaidi ya miaka 7 iliyopita. Hii ya inua jamii, kusajili wazee ambao wako na miaka zaidi ya 70. Simpigie rais makofi. Wanafunzi wanaenda shuleni kungojea mambo ya mipango, hata wale hawana vitambulisho. Hiyo ni mpango maalum ya mheshimiwa rais. Lakini wale clerks, I believe if you instruct your systems, unakuta wazee zaidi ya 1000 wako hapo poleni na hakuna clerks. Kwa hivyo ile tarehe 15 itafika bila hao wazee wote kusajiliwa. Na wewe uko na maono mazuri, ajenda mzuri na mwelekeo ambayo utafaidi hao wazee. Jambo lingine kabla sijamalizia ni hawa wangwana. Nataka niwashukuru. Huu mwaliko uliukubali Monday, nikatoroka Nairobi nikaingia Wednesday, tukaketi na hawa bishops, watu wa makanisa, and within 2 days we have made this day a success. Wapigiwe makofi. Na pia walisema wana ile ndoto ya kuwa na tent hata kidogo, na wamejipanga kidogo. Hiyo mpango umeendelea. Waliniambia pia usukume kidogo, ndio siku hiyo ingine nikiwaita waseme huku tutaya. Na unajua hata kule mbinguni tunaambiwa kama utanitaya mimi pia sitakufanya nini, si lazima niwataje. Kwa hivyo ukisema pia litakuwa hivyo. Antubalare, Antubegembe North na Antubamba Meru boweretwe tutera wa manto yenu kwa kwa rais achokote byoto nengeri. Hata ile kitu mzuri ni ile inasukuma na maombi. Kwanza maombi, alafu mambo hayo mengine yanafanya nini? Yanaingia. Kwa hivyo kwa wakati huu, Your Excellency, nikubalie nimuite seneta wetu wa Meru, Kadhuri Muronge, mfungieni makofi. Ndio aendeleze hii ratiba hapo kwingineko. Karibu Mheshimiwa Kadhuri Muronge. Asante sana. Ala, kumbe watu ni wengi namna hii, sikuwa nafahamu. Antubarare, Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono nione kama tuko sawa sote. Nashukuru sana rais na naibu wako kwa fursa hii nimepewa, na katika dakika zangu 2 nitamwalika huyu kuja mbio seneta wa Tharaka Nithi aweze kusema njina tu na jambo moja. Hii ni jirani yetu hapa chini. Karibu seneta wa Tharaka Nithi. Asante sana mkubwa yangu huko Senate. Watu ya Meru, Bwana asifiwe. Kama unaniona tafadhali nifungie mkono. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi ningependa kusema kwamba hao viongozi wameongea mambo mazuri zaidi, mambo ya kushukuru. Na kama nchi ya Kenya tuko na nafasi kubwa zaidi ya kushukuru Mungu, sababu Mungu alipatia president ambaye ni mtu very sober, president ambaye ni mtu very dedicated kwa kazi, president ambaye ni mtu very disciplined, na mtu ambaye ametupatia heshima kubwa kabisa hapa Kenya na kimataifa. Tafadhali president apigwe makofi kwa heshima tafadhali. Na mimi naweza kutabiri, Bwana Rais, jina yako itakuwa Kenya kwa miaka mingi zaidi. Miaka mingi zaidi, kwa sababu ile mwelekeo tunaelekea ni kama kwamba hatujawahi kuwa na mtu ataweka rekodi katika hii Kenya kama huyu rais wetu ambaye ako hapa, wakishirikiana na deputy wake. Kwa sababu already dalili zimeanza kuonyesha kwamba Kenya imeshika njia. Na niko hapa kwa niaba ya watu wa Tharaka Nithi
Mimi ndio nimekuja kwa niaba ya gavana, kwa niaba ya wajumbe wote. Kama mimi ni jirani yenu, Mheshimiwa Rais, hakuna tofauti ya Tharaka Nithi na Meru. Sisi wote ni watu ya familia moja na tumekushikilia mkono, na Tharaka Nithi tunakutazamia ututembelee hivi karibuni, sababu wewe unajua pia Tharaka Nithi ni stronghold yako. Mahali ulituachia 2022 tarehe 9 mwezi wa 8 tuko pale pale na tubanduki, tuendelee kuunga mkono, na sisi ni kukuombea maisha marefu, afya nzuri, ndio uendelee kuweka Kenya yetu mahali ambapo Wakenya wanataka. May God bless you. Asante sana Senator Mwenda. Yangu mimi ni kidogo, nataka kusema hii siku ya leo sana sana unajua rais, umeambia rais mambo mazuri bishops na Kiranji, lakini ile makosa mlifanya, kuna wakati mliambia rais atiamuke ndio afanye kitu fulani. Unajua hapo tu ndio niliona kumbe bishops wana nguvu ya kumuinua rais akiwa ameketi chini kwa kiti, una command president hebu amuka. Kwa hivyo mimi nimeogopa mambo yenu leo. Nataka kusema rais, hapa leo tumekuja kushukuru Mungu sababu ya mambo mengi. Number 1, kutupea serikali imara ili inaongozwa na wewe na naibu yako Digiji. Na hata mimi nikizeeka kidogo nienda miaka mbele, nitaomba nikuwe deputy president kama Rigiji, mwanaume ambaye haogopi kabisa. Bwana rais, hapo ulichagua ndume, na hapa Mount Kenya nataka kuambia nimemsikia juzi analeta Mount Kenya pamoja na Rift Valley pamoja. Kwa hivyo kama ulipata ile inaitwa Joka, ulipata deputy president very strong, na tunakushukuru. Kwa hivyo tumekuja hapa after a very successful event that you host wiki hii. Na vile umetuelekeza kwa mambo ya climate change, sababu pia mimi rais nimesoma hiyo tumaneno kidogo ya environment and natural resources management. Mahali umeelekeza taifa la Kenya. Script yote concerning climate change hata ya ulimwengu mzima imetoka ile mkutano umeweka Nairobi. Kwa hivyo tuko hapa leo pia kushukuru Mungu sababu ya ile nguvu ameweka president na serikali yake, ndio tuweze kufika hapa tumefika. Rais, unajua hapa kuna shinda insecurity, and one of the reasons imeleta hiyo shinda ni effects of climate change. Hii dunia yote imekauka. Ndugu zetu wale wako ile ngambo ingine, wakati mifugo yao imekufa, wamekuja kutafuta restocking livestock ya kurestock their livestock kutoka hapa Meru. Kwa hivyo hii shinda yote tukimaliza, mimi ninajua tutaweza kumaliza hii maneno yote. Rais, kusema kweli area hata watoto wa CBC siku hizi wanafunzwa mambo ya rivers. Mtoto wa Igembe North kama anataka kufunzwa klasi ya CBC, lazima afike pale Maua. Kama uingie Maua, hapo ndio kuna kaliva kamoja kamepita. So kama kuna kuona maji ya mtoto wa CBC, lazima atoke hapa aende mpaka Igembe South kuona mto. Kwa hivyo hapa iko shinda kubwa rais, na kama kuna kitu utafanya, hata si borehouse. Vile bishop alisema maji itoke Mount Kenya na ile pipe kubwa inaweza fika hapa just by gravity, na itasaidia kutoka Bole, Tigania West, Tigania East, Igembe Central na Igembe North hapa tuko. Na hata hiyo maji inaweza enda mpaka Isiolo. Kwa hivyo rais, those are the flagship projects ile tunaomba utusaidie. Nikiwa hapa mambo ya miraa, ningependa kuambia wananchi watukufu wa Nyambene. Mimi pale bungeni nimekuta na kanda nimepigana nao vita sana. Hata siku ile tulikuwa mkutano pale Tharaka Nithi, Chuka. Nilisema wameclassify miraa like a drug. Na mimi katika zile bill nimeweka bunge ni moja ya kutoa miraa, which wanajua kuna hii chemical inaitwa cathinone and cathine, kutoa hizo chemicals katika classification. Na bill yangu next week itasoma first reading ya kuamend narcotics, drugs and physicotropic substances. Kuamend ndio tutoe miraa katika hii category ya wanaisema ni mandao. Ingine rais, mimi nimepigana na pia Ministry of Transport, sababu kuna jamaa moja akiingia kwa SGR aliharakishwa akashikwa sababu amebeba miraa ya kwenda kukulia Mombasa. Na mimi nikaita waziri akakuja na wakasema wamerekebisha hiyo maneno,
hawatakuwa wanauliza watu wanakula miraa. Na nikasuggest kama itawezekana hiyo SGR, so pia tulilipa tax ya kufanya hiyo biashara, hata sisi wa Meru tuwekewe kama kuchi mbili. Wengine wale wataki miraa, sisi tuwekewe kuchi yetu kwa hiyo SGR, ndio tuweze tunaendelea kukula tu. Kama unaenda Mombasa weka kuchi yako. Lakini pia shida rais iko kwa Kenya Airways. Kenya Airways hata ukishikwa na one tweak lazima wewe uachwe nyuma siku hiyo. Kwa hivyo rais, hii miraa kweli kwani iko na madhambi namna hii? Na mimi naonanga hata ukikuja unashika kibunda, naona hata wewe siku moja unaweka hapa kidogo kwa mdomo. Kwa hivyo hii miraa mimi naona ni watu wanaweka fitina. Na rais ongea na president wa Somalia, sababu pale amekubali mzigo kidogo ile miraa inafika Somalia. Tafadhali ongea naye because he is Wambandi, at least aongeze some tonnage ndio miraa yetu iweze kufika huko vizuri. Vile vile wale wanapeleka miraa huko ni watu hata hawajulikani. Taitumu, my friend Kere, ukijaribu kujua ni akina nani wao wanapakia hiyo miraa kwa ndege, hakuna Mumeru labda ama kwa labda mmoja ama hakuna kabisa. Kwa hivyo hiyo biashara kule bonto beto kule Ameru ba wicha miraa Somalia, miraa EU baraba ike majority si watu ya hapa, na wa biashara wamejaribu lakini inakuwa ngumu. Pia DRC ukiweza kutufungulia itakuwa kitu mzuri. Mimi vile ningependa kusema sasa nikiwa senator wa Meru. Unajua Senate hiyo ndio inachunga devolution. Na Senate ndio nyumba ambayo imepewa majukumu yote ya kuchunga devolution. Na chapter 96(1) of our article 96(1) of our constitution, 96(1) inasema Senate ndio ya kulinda devolution na county governments pamoja na counties. So rais, hapo nimekuwa na wasiwasi sababu nimeona deputy president ameongea mambo ya Kericho akiwa na uzungu sana na uchungu sana juzi, mambo ya Kiambu county na mambo ya Meru county. Iko mzozano iko katika hizo counties rais, na mimi unajua mimi nataka kusema ukweli. Wanandiji, wana deputy president, mnataka niseme ama nisiseme? Niseme ama nisiseme? Kama hapa Meru, acha niachane na mambo ya Kiambu na Kericho. Kama hapa Meru, unajua ukiwa governor wewe ndiye president wa Meru, na president wanakuwa na deputy president wake. Nikifikiria rais, wewe vile umeteswa ukiwa deputy president, hiyo serikali yetu ya Kenya ilianguka wakati wewe uliteswa na ukawekwa kando na president yule alitoka kwa kiti. Na hii mandeni na shinda mingi Kenya iko naye ni wakati wewe uliwekwa kando. Tukienda tufanye uchaguzi ya governor na deputy, president na deputy, hiyo watu wakae pamoja kama mapacha mpaka miaka hii inaisha, wanaendelea namna hiyo. Na wewe pia rais, unajua ulisema utawahi sumbua deputy yako sababu unajua vile uliteseka. Vile uliamua namna hiyo, mimi ningeomba madam governor wa Meru, sababu yeye ndiye governor leo. Wewe kaeni chini na deputy governor yako, mkae chini. Kwa mboma hata bwana wakikosana na bibi, unaambiwa mkiweza kutatua hiyo maneno ninyi wawili the better, sababu mtaweza kuambiana ukweli. Kwa hivyo mimi mjifungia kwa nyumba muweze kutatua hiyo maneno ndio Meru iweze kuendelea vizuri. Ama mnatakaje watu wa Meru? Ibo kwenda Meru egwatana? Ibo kwenda tuendelea tukwatene? Ambo ne baraba kwenda ugano katika Meru nione mkono. Kwa hivyo kama deputy governor na governor wangeamuka waone vile wananchi wanasema, hii ni sauti ya wale wameweka kwa ofisi. Amuka deputy governor uone vile watu wanasema. Hata we mama governor amuka uone watu yako wale waliwachagua vile wanataka. So listen to the people who brought you to these offices.
Kwa hivyo mimi nikiwa seneta wenu sitanyamaza, sababu lazima nichunge devolution na ifanye kazi. Hata nilikuwa nimeambia kamati ya devolution and intergovernmental relations watembee Meru ndio waweze kuwasikiza. Na kama mnataka pia wakuje, mimi tupange na crack na speaker waweze kukuja hapa ndio Meru isonge mbele. Ninyi wa Meru mnajua president alinipea kazi huko kwa Senate. Na mimi unajua protocol ikipangwa vizuri, president, deputy, speaker wa National Assembly, speaker wa Senate, mimi niko hapo tu. Kwa hivyo nikiongea hii sauti ujue ni sauti imepewa heshima na president. Sababu amenipea kazi nikiwa deputy speaker. Na hata ninyi wa Meru mnajua ninafanya hiyo kazi, si ndio? Sinafanya kazi yake vizuri. Mko na imani na speaker wenu wa Senate, deputy speaker. Kwa hivyo hii mambo ya kusumbuana tukiwa viongozi once we elected, let us stop it. Once and for all. We have bad manners ya siasa hapa Meru rais, na lazima tuambiane ukweli. Hata ingine wamesema hapa, you know it is always good to do consultations. To do consultations. If there was a meeting to make decisions yesterday, you could have also involved Kadhuri Moronge, seneta wenu, ndio tuweze kukubaliana tunaenda pamoja. Na labda hiyo mlikubaliana pia gavana hakuwa, sababu yeye ni kiongozi wetu hapa Meru. Kwa hivyo ni vizuri tuungane, tushirikiane wote. Let us not make a personal decisions which can really affect us, affect our environment and affect our growth. Kwa hivyo mimi sijaongea mambo mingi namna hiyo. Kwa hivyo nataka nishukuru rais na deputy, na mimi nikiwa hapa Meru pia ni mzee wa Njuri Ncheke taratibu. My brother Ntore, tumefanya kazi na wewe sana. Let us be seen talking because we don't talk. Let us be seen talking, me and you. Let us be seen in events developing Meru. Because ni kweli niseme, we also don't talk so much with my brother. Na tumengangana na hii dunia, tumetembea kila mahali, but that relationship imepungua. Tupendane sote tukiwa viongozi wa Meru, ndio tuweze kupeleka Meru yetu mbele. Mambo ya 2027 inasumbua siasa ya Meru. 2027 iko mbali. Na yule mtu ako ile kiti yako akitaka kwenda juu ataenda akutane na wengine. Ukikaa hiyo huko utakutana na wengine watakuja kukupinga. Kwa hivyo unajua hata rais alipingwa last time kwa UNDA na wakaenda interviews na candidates. Kwa hivyo tusisumbuke na mambo ya 2027. Hiyo Mungu atatupangia, atatupea president, of course tuko na yeye. Huyo ni lazima, na deputy 2027 au tumewapea viti tayari. Lakini hiyo ingine kutoka hapo chini kwenda chini, hiyo wanaume na akina mama watajipanga, sababu itakuwa kazi mzito hapo. Hapo itakuwa kungangana kidogo. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Hivyo mmefurahia rais kuja hapa? Mnafurahia? Mnataka leo atoe sauti ya kumaliza siasa ya Meru ili inasumbua? Mnataka rais amue? Wao wanataka mkono juu nione. Asanteni sana. Mimi nachukua fursa hii kumkaribisha ndugu yangu waziri wa kilimo Bwana Mithika Linturi. Makofi ya Linturi. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Kenya William Ruto, naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, gavana wetu wa jimbo la Meru Madam Kawira Mwangaza, itifaki zote zikifuatiliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi rais yangu ni machache. Kwanza ni kushukuru sana kwa kuona ni vyema tukuje tuseme asanti kwa yale Mungu amemtutendea, na ukachagua area mzuri sana ambaye ni hapa Igembe North, sababu kila wakati tulifanya mkutano pale au wangwana wako hapa walisema Ruto ni kiana kia simba sana. Sasa hiyo ni kuonyesha wewe unakumbuka, unadhamini watu wa hapa Meru, and we want to thank you for the commitment that you have towards addressing the issues that the Meru people have. And I don't really have to deliver so much to repeat, because I know
the place that Meru is in your heart and in the administration of the issues that you really want done. So mimi kwa niaba ya hawa viongozi wengine wote pia wacha mimi niseme asanti sana. And I also remember very well ile chart ulikuwa unaweka pale kura ya Meru ikiwa kura in number 4 in the country. Na nyinyi niwaambie watu hapa nyumbani, tafadhali tushirikiane pamoja. Rais yako na nia njema yetu ili Meru iweze kuinuka ifike pale imekuwa mbeleni. Wakati wa Kibaki, Meru was number 7 in terms of number of kilometers of roads zile zilikuwa katika taifa letu. Wakati wa administration iliyopita tulifika number 44. Rais yako tayari kutusaidia. Meru is number 5 kanjinti pia ya Kenya. Meru is number 5 kwa kondi ile inachangia kwa ile inaokotwa na KRA. Kwa hivyo sisi tuko sawa, rais yako tayari kutuchunga, na ndiye tu rais ama mtu mimi najua akikwambia atafanya inafanyika. So we are in safe hands, in the hands of William Ruto as our president. We will continue supporting him to ensure that he delivers for the people of this country. Kwa hiyo mengi, wacha nichukue nafasi hii kwa heshima kuu nimkaribishe gavana wetu wa Meru Mheshimiwa Wira Mwangasa akuje anene na aseme. Alafu gavana ukishamalisha umuite Mheshimiwa naibu wa rais ili aweze kumkaribisha rais. Asante. Asante. Mheshimiwa, asante sana wananchi. Mheshimiwa Rais, naibu wako, viongozi wote walio hapa, antobetu ba Meru, bonde baleana tongeria, mugeni kaere, kabati, kaende, kabati, kaende. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwanza ni kumshukuru Mungu sana, na kabla sijaongea ningependa kumtambua spouse wangu, mzee wangu Bwana Murega Baishu ambaye ako hapo asimame. Pia ningependa kumtambua Deputy Governor wa Meru asimame. Pia ningependa kutambua members of County Assembly ambao wamenileta, wote wasimame washangiliwe kwa makofi jameni. Kuna wengine wachache ambao wako hapa wametoka kikazi, kama 7 tungelikuwa hapa sisi wote. Nina shukurani sana mbele yako Rais kwa sababu ya kutembea Meru. Na sisi kama wa Meru hatuchukui for granted. Tunachukua ya kwamba ni upendo mwingi sana, na kwa sababu pia sisi tulijitokeza tukakupigia kura nyingi sana pamoja na naibu wako. Niseme hivi Mheshimiwa Rais, sisi tunafuraha sana kwa sababu ulipeana bilioni 1. Na hiyo bilioni 1 ulipeana ukasema ni hospitali zetu, na already 500 million imewekwa kwa budget. Ile tu tunangoja ni 500 million ambayo haijawekwa kwa budget, ambayo inapaswa itumike katika Meru level 5 hospital. Kwa hivyo kwa sababu uko hapa Mheshimiwa Rais, najua ya kwamba utakumbuka hiyo. Jambo la pili Mheshimiwa Rais, napenda kusema ni asante sana kwa barabara zetu ambazo unaendelea kutengeneza na kuweka lami. Hata ile moja ambayo ilikuwa inanisumbua sana ya hapo Meru town, kutoka kwa town mpaka hospitali umeweka lami. Heko kwako Mheshimiwa Rais, na ni asante sana.
Mheshimiwa Rais, nataka kusema ni asanti sana kwa sababu umetuahidi damu nyingi sana hapa Meru. Na mimi kama gavana nimejaribu na ile pesa kidogo unatupatia. Unajua tunapojivuna tukiwa magavana tunasahau kukurudishia shukrani, maana ile pesa yote ninafanya nayo maendeleo hapa Meru inatoka kwako Mheshimiwa Rais. Sisi Meru County tumejenga damu 4 ambazo hakuna kaunti nyingine imejenga. Ya kwanza na ile kubwa kabisa iko Egembe hapa, ile inaitwa Ngadho ambayo imelalia eka 100, damu ya kwanza hapa Meru. Na ninakuomba kwa sababu pesa zetu ni ndogo sana Mheshimiwa Rais, kuna damu ya Mporoko na ya Baranga ambayo ulikuwa umetuahidi, tumengojea kuiona kwa magazeti bado hatujaiona. Kwa heshima kuu tunaomba utusaidie tupate hizo zingine kwa sababu ni kubwa ambazo zitasaidia kwetu. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, nataka kukupongeza sana. Kuna kitu inaitwa Industrial Park. Sisi Meru County tulikuwa nambari 3 kutimiza zile vitu ambazo zinatakikana tuwe na Industrial Park hapa Meru. Na tumetoa kama county government 250 million na kushukuru siku ya leo maana umetuongezea 250 million kujenga Industrial Park ya Meru ambayo ni ya kwanza. Mheshimiwa Rais, kupitia kilimo umetusaidia sana. Hata juzi ulimtuma na naibu wako tukawa na kongomano la mambo ya coffee, tukawa na ingine upande huo mwingine mambo ya tea ama majani, tukawa na kongamano ingine kubwa upande wa chuka kumaliza pombe. Hiyo ni hatua kubwa sana na tunakushukuru. Mimi kama kiongozi mama ambaye ameshaguliwa na Wameru wote, naomba kongamano kama lile tuliweka upande wa Meru kuhusu coffee, tuwekee kongamano kama hiyo hapa Egembe, tuwe na stakeholders wa miraa, wakulima wote wakuje, kila mkulima atoe maoni yake. Kwa sababu tukiendelea hivyo tutaishi katika shida za hapa. Lakini tukiwa na conference kubwa, kila mkulima akuja tuketi pamoja na viongozi wetu, tutatatua shida za mmea wetu ama mmea wetu wa miraa. Asante sana Rais, maana najua utatengeneza. Upande wa security Mheshimiwa Rais, napenda kukupongeza sana. Tumekuwa na issues upande wa Egembe na especially Egembe North. Wakati tumekulilia ni vizuri kurudisha shukrani mahali kweli kuna stahili shukrani. Within the few days ambazo tumelialia umetuongezea KPR ambao ni 84. Hata kama wote hawana silaha lakini already umetuongezea. Tunaomba hivi Mheshimiwa Rais, kuna ile unit ya anti-stock theft unit. Hiyo ikiletwa kwetu Egembe, tuwe na askari wa kutosha. Our animals ama mifugo yetu ikishukuliwa wanafuatana naye wanaturudishia. Tutakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Nataka kumaliza nikisema hivi Mheshimiwa Rais, hapa katika Egembe kuna group ya wakina mama ambao wanaenda mlimani kukuombea. Nao wamama ambao wanaenda mlimani kukuombea wako hapa ni zaidi ya 4,000 ambao wameketi kwa hii nyumba siku ya leo. Unaona wameinua leso zao za green, na wakina mama ambao ni wacha Mungu, ndio hao unawaona, ndio hao unaona. Over 4,000 of them. Na walianza miradi yao kidogo kidogo ya mambo ya kuku, na siku ya leo wameweza kufika hapa kwa wingi kwa sababu walikuja kwangu kama mama kiongozi. Nikawaambia ndio mnasema mumekopa Hustlers Fund, na ni kweli wanakopa Hustlers Fund na wanalipa. Nikawasaidia wakaregister kama cooperative ambayo ni ya Roy Farmers. Hawa ni wakulima wa kuku, wakulima wa vitu kidogo kidogo, na wako hapa na unawaona kwa wingi. Wamenituma na jambo moja tu Mheshimiwa Rais, maana ni wengi sana ni wakulima wa kuku. Ikiwezekana wasaidie kidogo waweze kutengeneza kaofisi kao, wao wakikutana kama kina mama wajipange vizuri.
na ndio hawa Mheshimiwa Rais, na wamerejista kama cooperative ya kina mama, na wametoka madhehebu tofauti tofauti. Wengine ni wa Katholiki, wengine ni wa Methodist, wametoka Igembe, wametoka Tigania, wametoka Ementi, wote na walifika hapa saa 11:30 Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nataka kusema ni asanti kwa sababu health promoters wetu ambao wanatusaidia katika kaunti ya Meru ni wengi sana. We have 3,715 health promoters. Na kwangu nimejaribu katika hii budget nimeweka tu 15 million ya kuwasaidia. Kwa sababu kama county government hatuna pesa nyingi. Na kuomba Mheshimiwa Rais, maana najua unawajari sana. Sema jambo moja tu kuhusu health promoters na sisi kama Wameru tutapona vile wanasaidia sisi tunapona. Mheshimiwa Rais, sitaki kuchukua muda wako mrefu sana, lakini nataka kusema hivi. Hapa Meru County, speed yetu ya maendeleo ni 500 kilometers per hour. 500 kilometers per hour. Na tunasema ni kaende kabati kabati. Kaende kabati kabati. Na tunasema hivi tukiwa na mahaslas wenzangu ya kwamba Meru County haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Tunakuomba ufungue Meru siku ya leo Mheshimiwa Rais. Na kuna watu hawajakubali governor ni mama. Kuna watu hawajakubali governor ni mama. Kama vile kuna watu huko juu ambao hawajakubali rais wetu alishaguliwa. Hawaamini ya kwamba mtoto ambaye alikuwa anatengeneza makuku ama a simple person ambaye alitoka vijijini anaweza kuwa rais. Na wanamsumbua kwa sababu bado hawajaamini kama president wetu Ruto ni rais pamoja na naibu wake. Hivyo ndivyo ilivyo Meru. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao hawajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipanga na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi, na kiongozi ni governor ni. Asante sana Mheshimiwa Rais, nachukua hii nafasi kukukaribisha naibu wako. Karibu sana. Haya, asante, tutulie. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, gavana wetu wa kaunti ya Meru, senator, waheshimiwa wabunge, mheshimiwa wetu waziri, watu wale wote wamefika Walare na hapa Igembe North, andu betu mugeni kairi, andu aitu muri okuo no muyumiriirie. Ngeithia iciara ni mwathani agocwo ringi. Rais wetu, utazoea hii wa Meru pole pole. Saa ingine wanakula mori wanachemuka kidogo, lakini hawana maneno, ni watu wazuri, ni vile Mungu aliumba hawa. Na unajua mimi pia ni mmoja wao, mamangu alitoka hapa. So saa ile ingine naona mimi natoa makucha na chemuka kidogo, ni damu ya Wameru. Kwa hivyo hakuna maneno, tuko sawa sawa. Katigu adu aitu.
Najua nimesikia Mheshimiwa Muthoni akisema ati tuongeze ile mambo tatu ati ine ikuwe ni kukata mkono. Hii wa Meru akikwambia atakukata mkono tayari iko chini. Kwa hivyo wewe Muthoni, hii maneno ya mkono wachana naye. Hapa Meru sio pahali ya kusema watu wakatwe mkono. Sisi rais wetu tumeshukuru kwa kupata nafasi kujiunga na sisi katika ibada ya shukrani. Rais, wewe mwenyewe ulituagiza wale watu tunakusaidia kupanga programu yako ya kwamba hata kama ulikuja Meru kwa ibada ya shukrani ulipochaguliwa, roho yako inakuambia urudi Meru tena. Na ndio ukaendelea ukasema si Meru tu, unataka kuja hapa Lare. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa sababu rais, hawa watu ya Lare ni watu wetu. Na siku tulitembea katika campaign, ile wimbo kali sana katika kampeni yako yote kwa Kenya ilikuwa hapa Lare wakisema Ruto ni kiana cha simba. Hata Dede Nyoro anapenda nyinyi sana, alikuwa anafurahi sana. Sema turudi pale Lare ile wimbo ile. Kwa hivyo tumefika hapa kwa sababu ya kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale yote alitufanyia. Na mimi tu niseme watu wetu wa Meru, huyu rais wetu anatupenda sana. Anatufikiria, anatupangia mazuri. Na siku tuliamua kumpigia kura, tulikuwa tumeona mbele na tukaona ni kiongozi ambaye ako na maono, ako na mipango na ako na mapenzi dhidi ya watu wa Meru. Kwa hivyo tukifika hapa kwa ibada ya shukrani, pia mjue ya kwamba katika mipango ya maendeleo ambaye rais ameandaa, kaunti yetu ya Meru iko mstari wa mbele. Mimi ningetaka nimpongeze huyu mjumbe wetu, huyu Mheshimiwa Taitumu, kwa uongozi bora. Na mimi nimwambie watu ya Igembe North, katika zile decision mlimake ya uchaguzi uliopita, ile uamuzi wa kumchagua huyu mjumbe, hapo mlipita 100%. Huyu mjumbe ako na mpangilio kabambe na anapenda nyinyi na anafikiria nyinyi. Na vile Mheshimiwa Dede Nyoro amesema, ni kweli, hapatii mimi amani, hapatii huyu rais wetu amani. Na ni mtu ya ground. Ukimtafuta Friday, Saturday, Sunday, Monday, ako hapa nyumbani. Akija Nairobi, anatoka ofisi hii, anaingia hii, akifuatilia maendeleo ya hapa. Mimi naomba nyinyi muendelee kumuombea na kumshikilia, na niko na uhakikisho ya kwamba hii constituency ya Igembe North chini ya uongozi wake itasonga mbele. Rais, ni kweli vile mheshimiwa amekuuliza, tuko na shida hapa ya usalama katika constituency hii na county jirani. Hawa wakaaji wa Igembe North wamehangaishwa na wezi wa mifugo kwa miaka mingi, na kumekuwa na mauaji, watu wamejeruhiwa. Na hata kama ulimwagiza Inspector General of Police Japheth Kome akuje, kulitulia siku kidogo, aliporudi wizi wa mifugo ukarudi na mauaji. Na kwa hivyo rais, vile wamekuomba, hata mimi ningependekeza utoe amri kama rais wa Jamhuri ya Kenya, hawa National Police Reserve wapewe ya kutosha, wapewe silaha, waweze kulinda watu ya area hii. Na hata tungemuuliza gavana wetu, kwa sababu saa ingine tunakuwa na upungufu ya pesa, vile tumefanya pale Marakwet na kaunti zingine za Baringo. Tukipata hao National Police Reserve, gavana tusaidiane kuwatafutia ile marupurupu yao, ndio wanaweza kupata riziki na wanaweza kulinda watu wa area hii. Pia mimi ningetaka niseme, rais, hao watu umetuambia tufanye mabadiliko ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, na tunaendelea. Lakini mambo ya miraa ni mambo ya muhimu katika sehemu hii. Na rais, tulipokuwa tukifanya campaign, ulinituma hapa nikaongea na hao watu na ukaniambia niwaeleze ya kwamba serikali ambayo utaunda itashughulikia
ukulima wa miraa, na wewe mwenyewe kwa sababu unajua umuhimu ya kutafuta soko, ukaahidi ya kwamba wale mabalozi wataenda katika zile nchi zinanunua miraa, utaweka watoto ya hapa Igembe na watafute soko. Na kwa hivyo ninajua unapanga wakati ukifika utaweza kusaidia hawa zile nchi ambazo zinanunua miraa. Mabalozi utateua wale watoto wa hapa, wale wanaelewa mambo ya miraa, waende watafutie watu wao soko. Na kutoka hapo sasa, miraa ikikosa soko, hamutauliza rais ama mimi, mtauliza hao watoto wenu. Sio tumekubaliana? Mimi nikimalizia, Reverend Father Kaimenyi, umenena vizuri, ukagusa roho yangu ya kwamba peace is the other name for development. You are spot on. Hakuna maendeleo itapatikana kama hakuna amani. Mimi juzi nimeongea Kericho, nimeongea jana nikiwa Nyeri, na ningetaka kurudia ya kwamba hakuna kiongozi ambaye hana gome yake ya kisiasa, na gome ya kisiasa ya rais wetu ni hapa Mlima Kenya na Bonde la Ufa. Hapo ndio ako na ushawishi mkubwa, ambaye alipigiwa kura 100%. Na rais wetu ako na nia na mipango, akifanyia Kenya yote kazi, pia kuangalia gome yake ya kisiasa na mipango ya maendeleo katika gome yake ya kisiasa ya Mlima Kenya, Meru ikiwa ndani na Bonde la Ufa. Amepanga kikamilifu, lakini hakuna maendeleo itapatikana kama viongozi wanapigana, na kuna development mtapata kukiwa na kelele. Na rais na mimi hatutakuwa na ile moyo ya kutembea pahali iko furugu na majibiano ya viongozi. Rais anatakana aheshimike, hasa kwa gome yake ya kisiasa. Na njia kumheshimu rais ya wale watu wanampenda ni kuwa na umoja na kuongea na sauti moja. Huyu rais wetu wiki iliyopita ameandaa mkutano ya kimataifa pale katika jiji la Nairobi. Marais kutoka Afrika walikuwa wamejaa pale, dunia nzima ilikuwa imejaa pale. Rais ameongoza mkutano, kongamano wa kimataifa, ameheshimika bara la Afrika, ameheshimika katika ulimwengu. Tunapoongea anajiandaa kuelekea New York kuongea kama kiongozi wa Afrika. Heshima yake imefika kiwango ya juu sana. Itakuwa ni aibu kama watu ya nyumbani pahali rais ako na ushawishi mkubwa ndio watafanya akose heshima wakianza kupigana. Hiyo ni mambo ambaye inatukera na tunaona haifai. Na ndio mimi nikasema nikiwa pale Kericho, pale katika Bonde la Ufa, hapa katika mlima, nikiwa mtu wa mkono wa rais wetu, sitakubali na itakuwa ni makosa nikikubali tumwaibishe rais kwa kuleta siasa duni ya kupigana na kusosana, kuliko tuandame rais tukae karibu na yeye tutafute maendeleo. Kwa hivyo mimi hapa Meru ningetaka kusema, siku kulikuwa shida, huyu rais aliniamrisha kwa sababu ya mapenzi yake kwa watu ya Meru. The Meru County is so important to the Ruto administration. Hatuwezi kubali maendeleo yetu isimame kwa sababu ya siasa duni ya viongozi kupigana. Na ndio rais akaniagiza niweke mikutano. Nikaketi na huyu gavana na MCAs na MPs tukatafuta amani. Na mimi nataka nipongeze gavana, nipongeze MPs, nipongeze MCAs kwa sababu mlikubali tuweke amani. Lakini saa hii ndio tumeanza kushika mwendo. Juzi tumekuwa pale kwa rais Nakuru kama viongozi wa Meru, tukianza kupanga maendeleo. Muliporudi hapa mumeanza kusosana. Hii maendeleo itakwama. Hakuna maendeleo itaendelea kaunti hii kama mnapigana. Mimi ningetaka kuchukua nafasi hii leo nikiwa hapa kanisani, niulize viongozi wetu wa Meru
tuweke kaunti ya Meru mbele, tuweke hao wananchi mbele, wale ambaye walituchagua, kwa sababu governor na deputy governor, siku mlitafuta kura, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Mungetaka tuondoe shetani? Kwa sababu governor na deputy ni wa kanisa, wote ni wahubiri, wote walipendana, wote walitembea pamoja, mlipigiao kura wakiwa pamoja na tiki moja, si ndio? Sisi ile maneno hatutaki katika hii Meru, katika hii mlima Kenya, katika bonde la Ufa. Ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto ni kelele ya viongozi, kwa sababu tukiingia kelele, maendeleo itapotea. Na mimi ningetaka niambie watu ya Meru, tafadhali namuomba, miaka yenu ya kupata maendeleo ya maana ni chini ya uongozi wa Rais William Ruto, na singetaka tupoteze nafasi hata ya saa moja ama siku moja kwa mambo ambaye haifai. Ningetaka mkubali tushikane zote, tukubaliane, tuongee na lugha moja, tuongee sauti moja chini ya Rais William Ruto, watu wa Meru wafaidike. Na watu wa Meru, rais walikupigia kura 100%. Ni haki yao kupata maendeleo kwa serikali yako, na itakuwa ni makosa kama viongozi wakizozana watazuia maendeleo kufanyika hapa Meru. Kwa hivyo mimi, rais amenituma kwa Nairobi kuenda kutafuta soko ya kahawa. Nikirudi nitamuita gavana na deputy governor tuketi, tusungumuze. Ndio yule shetani anaingia katikati yao, tutafute hao wahubiri wa muondoe. Si mungetaka namna hiyo? Wangapi wanasema wafanye kazi pamoja? Sasa viongozi, tafadhali, our people want us to be united and to speak in one voice. Because these people voted for President William Ruto to a man. Please don't deny them the opportunity to reap the benefit of their sweat and decision by bringing squabbles that are necessary. Let us unite in purpose. Let us speak in one voice. We are one people in one country under one leader. Tafadhali viongozi, na muomba na msihi, tafadhali tukubali tuketi, hizo shida kidogo kidogo tutatue, tufanyie hii wa Meru kazi. Siku ya uchaguzi ikifika, si watu wataonana? Kuna mtu wako na mtoto kwa mgongo, si hata kama naye ataweka kado apatie nyanyake amshikie. Kwa hivyo for now let us stick to what is right. Your Excellency, nikimalizia, mimi nakubaliana na Mheshimiwa Dede Nyoro. Your Excellency, you know I and many people, your supporters in millions, were against these talks with these Azimio people. But when you decided we talk, we don't argue with you, we agree. Lakini ile agenda nimeona imewekwa pale kwa mazungumzo rais, we don't agree with it. Ati agenda number 1 is to audit the 2022 general election. How? Those people have no capacity. There is no constitutional provision for anybody to audit a general election. That audit was done by the Supreme Court, and a decision was made, and you are declared validly elected and sworn in as the President of the Republic of Kenya. Sasa hii watu wakutane ati waongee ati uchaguzi ilienda namna gani? That, Your Excellency, we don't agree with, and we would like to ask that agenda to be dropped from those talks, because there is no constitutional provision. The matter was concluded. The Supreme Court pronounced itself. On the 13th of September, you are sworn in as the President of the Republic of Kenya. You are doing a good job. Hakuna mtu nalalamika. Sasa ati kuenda tuanze kuongea mambo ya uchaguzi. Nyinyi mnataka tuongee mambo ya uchaguzi? Na unajua hii watu, Your Excellency, sometime sisi ndio tumewaharibu. Juzi tumekuwa na kongamano pale. Mimi niko pale, rais ameniambia nikaribishe marais wote wa Kenya na niwapeleke kwake.
mimi niko pale. Nimekaribisha marais, napelekea rais, nakaribisha, napeleka, nakaribisha, nakipeleka. Sasa ile mzee sijui alipitia wapi. Sasa nikiwa nimekaa pale nauliza hii ni rais ya wapi, kufunguliwa ni ile mzee ya maandamano. Bas, mimi unajua ni muungwana, nikamkaribisha namwambia okay, karibu kwa mkutano. Sasa yeye ati anaenda kwenda pahali marais wanakaa, ati akae. Yeye ni rais ya nchi gani? Hakuna mtu amemchagua. So we are also encouraging bad habits. Your Excellency, we cannot allow an agenda to discuss and to audit the general election. Sisi tulikuchagua na wewe ulishinda. And if anybody has a doubt, it is not these people. Hiyo maneno tulimaliza. So tunauliza that agenda should be dropped from the talks. Sikini waendelee nayo, IBC waendelee. Kiti ya cabinet secretary, prime cabinet secretary waendelee. Hii agenda zingine zote waendelee. Lakini wakiendelea rais, mimi na wewe tuendelee kwa kazi ya maendeleo na hao waendelee kuongea. Ile watasikizana watatuambia. Kama nyinyi mnataka waongee mambo ya 2022. Hao watu if they want a discussion about elections, the discussion is 2027. We can have that discussion. And it's a good discussion. Debe iko pale na wewe iko pale inaishia hapo. Discussion ya uchaguzi ni kwa debe. Na ni watu wawili, wewe na karatasi na debe. Kati watu waito. Mauru na maigana. Mauru na maigana. Mauru na maigana. Mnakubaliana rais mambo ni matatu? Mambo ni matatu. Na iko namna hiyo. Na rais ukanyangia hapo. Na wewe ni wetu. Usijali, wewe kanyangia hapo. Sukuma, enda huko UN. Hii Kiingereza uliyokuwa nayo siku ile ongeza hata ingine ukiwa kwa wazungu. Si alipromosha Kiingereza vizuri. Rais, you dignified this country. Na kwanza wale sisi tulikupigia kura, ulitutia heshima kubwa sana. Sasa kila mimi nikitembea huko watu waniambia kumbe mlikuwa mnajua hii mtu Kwa sababu umepata nafasi pale ukanyorosha maneno, ukanyorosha mpaka wazungu wanafanya kichwa namna hii. Simuliona vile wazungu wanatingisha kichwa. Kwa hivyo rais, wewe ukanyangia hapo, sisi tunakuunga mkono, and from this region you are good and you have no issue. Wewe fanya kazi, ukienda ukipata kwa wazungu utuletee. Tembea China ukipata utuletee. Tembea Urusi ukipata utuletee. Sisi, that is our engagement with you. Wewe utafute ukituletea nyumbani. Nitwale kana ugadu waitu. Adu waitu. Ile muti yake twekire wega. Na jambe no niguo. Ni mwameona. Ni mwakena. Ni nyu mwamethurire. Kuringiririo ka kwiyendera. Ile muti yake twekire wega. Natwali uhoro wa matuti yale handu hega. Ta ni ndare handu haceke. Ndiare handu hega. Oguo njuge handu haja beno itu nanie na andu aya. Andu aitu a Igembe North. Kuma ngoro yakwa thiini. Amukira ngatho ciakwa. Na rais uendelee kutusaidia. Hao watu ya Meru umewapatia viti mingi, ukipata zingine endelea kuwaongeza kwa sababu ni watu wazuri na ni wangwana. Muko tayari tumkaribisha rais wetu? Haya, simameni, makofi na ngemi ya akina mama. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Wale wako na viti naamini, kuna wengine hawana. Viongozi wetu, maaskofu mlio hapa, wachungaji, father ambaye alituhubiria, ndugu viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Meru, Lare na Igembe North, hamjambo. Anto wa Meru, mugeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Lare, hapa Meru siku ya leo. Na leo nimefika Lare na nimeona tofauti. Kawaida mimi nikifika Lare hapa mambo ni mengi. Tarumbeta,
sijui sarakasi mingi, lakini leo mimi sikujua mko watulivu sana kiasi hii, na mimi nataka niwapongeze. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana kwa wale wote, hasa maaskofu wetu ambao walikubali na wakapanga hii mkutano tuweze kuja hapa tupate ibada hii. Na tumekuja hapa vile ndugu yangu Taitumu alivyosema. Tumekuja hapa katika ibada ya shukrani. Na Father Kaimenyi ametuambia ni vizuri kuwa na shukrani. Na tumekuja hapa kumshukuru Mungu pamoja na nyinyi. Hapa Meru tulikuja kuwaomba kura, mkatupatia kura nyingi, mkatuongezea maombi zaidi, na yeye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Wachana huyo jamaa atarelax tu hapo, nitamuona baadaye. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Meru, niwashukuru sana watu wa Lare kwa kutukaribisha hapa Meru. Na mimi nataka mjue ya kwamba ile imani mulituonyesha na heshima mulitupatia, na sisi nikizungumza kwa niaba ya viongozi wote hawa ambao nilichaguliwa na wao, wakiwemo MCAs, wabunge, senator wenu, gavana wenu, Rigiji hapa na mimi nataka niwahakikishie tutawafanyia kazi kwa kujitolea na kwa bidii. Narudia tena watu wa Meru, kwa kura zenu na maombi yenu, narudia tena kusema asante sana. Na vile niliwaeleza wakati tulikuwa hapa kwa mkutano, niliwaambia tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza, ni kazi itaendelea mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ndio itaendelea mbele. Na yale tulikubaliana na nyinyi, niliwaambia vile vile ahadi ni deni, na dawa ya deni ni kulipa. Ahadi ambayo tuliandikiana na nyinyi katika manifesto yetu, hiyo manifesto yetu tutaitekeleza kikamilifu, kwa sababu ndio njia ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi sana kufika hapa katika mkutano huu mkubwa sana. Na ningependa niseme nikiwa hapa Meru, na niwaambie Wakenya wote ya kwamba sisi kama raia wa taifa la Kenya, kama wananchi, citizens wa taifa la Kenya, hii Kenya sisi ndio wenyewe, na tusingojee mtu mwingine ama tusitarajie watu wengine wakuje washughulike na mambo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya taifa letu la Kenya ni mambo yetu kuyashughulikia. Sisi ndio tutajenga hii nchi. Sisi ndio tutafanya hii nchi isonge mbele. Na mimi nataka niulize kila Mkenya mahali alipo, sote tujue ya kwamba Kenya hii itasonga mbele, itabadilishwa na sisi kama Wakenya. Sisi ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tunasema ya kwamba tunataka tuungane, tushirikiane, tuwe na mipango ambayo itatusaidia kubadilisha Kenya. Because ultimately the business of building the Republic of Kenya belongs to us as the citizens of Kenya.
Hatuwezi kungoja watu wengine. Mara nyingi tunangoja wageni, tunangoja pesa za watu wengine, tunangoja shughuli ya watu wengine. Mimi nataka niwaambie Wakenya ya kwamba taifa la Kenya ni responsibility yetu, ni jukumu letu sisi, na kila mmoja wetu inafaa ajiulize kama raia wa Kenya, ni nini mchango wangu katika kupeleka taifa la Kenya mbele. Kabla hujanyosha kidole kusema fulani hajafanya, fulani hajafanya, yule hajafanya, wewe kwanza ujibu swali, ujiulize ni nini kama mwananchi wa Kenya nimefanya ili taifa langu liweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na tutahakikisha ya kwamba kama ni kujenga Kenya, barabara zetu, maji, stima, kusomesha watoto wetu, it is our responsibility. Na kama kiongozi nitawaongoza na ukweli. Kwa sasa hivi, kati ya shilingi 10 ambayo tunaokota kama ushuru, shilingi 6 kwa shilingi 10 tunatumia kulipa madeni. Tukiendelea hiyo barabara ya madeni, itafika shilingi 7, itakuwa shilingi 8, alafu mwisho kazi yetu tukifanya itakuwa ni ya kulipa madeni. Mimi nawauliza Wakenya, barabara ya madeni lazima tukomeshe. Lazima tuanze kujua vile tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Na hiyo ndio ukweli. Haya mambo mengine yote tunayoyafanya ni sawa, lakini inafaa tujue ya kwamba kujenga taifa letu la Kenya ni kazi yetu kwanza kama Wakenya. Wengine watakuja kutusaidia, wageni watatusaidia, mabenki ya kimataifa watatusaidia, lakini jukumu la kujenga Kenya hii ni jukumu letu. Na ndio nimesema, kwa sababu jukumu la kujenga Kenya ni jukumu letu, na tutatumia mali yetu kujenga Kenya. Ndio nimesema wale wanaota ndoto ya kwamba wataiba mali yetu, ama watatumia ufisadi na ukora na utapeli kuharibu mali wa Kenya wametafuta, ushuru wa Kenya wamelipa. Hawa watu nimewaambia mambo yao ni matatu, na tumesoma mpaka iko kwa Biblia. Kwa sababu kujenga Kenya ni na tutatumia mali yetu kama taifa la Kenya kwanza kujenga taifa letu, na hiyo mali yetu lazima tuichunge. Na mimi nimetangaza wazi wazi, uwe mkubwa, uwe mdogo, mnene, mrefu, kabila hii, kabila ile, jamii hii, jamii ile, dini hii, dini ingine, mambo ya mali ya Kenya, hakuna mtu ataharibu mali ya Kenya kwa wizi, kwa ufisadi, kwa ukora, kwa utapeli ama kwa njia ingine yeyote. Na sote naamini ya kwamba Wakenya tunakubaliana, kama kwa kweli tutatoa pesa zetu, mali yetu, tulipe ushuru, tutakubali kweli watu 2 watatu waende wategee hapo wachukue hiyo mali yetu wafanye ni mali yao? Hiyo tumekataa. Na ndio sababu hiyo mimi nawaambia ndugu zangu wa Kenya, kwa sasa hivi tunatumia pesa karibu bilioni 540 kila mwaka kuagiza zetu za ajira, tunawapatia watu wengine.
tunachukua pesa zetu wote, na mmefurahi sana kwamba nasikia hapa Meru nyinyi mumejipanga. Huyu waziri wangu wa kilimo yuko hapa. Tumeagiza mbolea ambayo haijawahi kuagizwa Kenya hii. Mwaka huu kufikia sasa tumepatiana mbolea karibu magunia 4.5 milioni. Tumesajili wakulima 5 milioni, kwa sababu tunataka kutumia kilimo ya Kenya kuzalisha chakula zote, badala ya kuagiza na kutumia bilioni 500 kila mwaka. Tunataka kuzalisha chakula Kenya, na mimi nawauliza Wakenya wote tushirikiane. Wakulima ndio wazalendo wa taifa letu la Kenya. Na wauliza wakulima wote, sisi kama serikali tutawashika mkono. Mbolea niliwaahidi wakati wa uchaguzi ya kwamba nitapunguza gharama ya mbolea. Tumetoa karibu shilingi 7,000 mfuko moja, saa hizi tunauza 2,500. Tumekubaliana ya kwamba kama kuna mkulima ambaye hajasajiliwa ndiye apatiwe mbolea, wajisajili tena. Tunawauliza wakulima wote wajisajili, so that we can have a proper record of our farmers and we can support all our farmers. Wakulima ambao wanatusaidia kuzalisha chakula, wakulima wa mahindi, wakulima wa ngano, chai, kahawa, avocado, mambo hiyo ingine yote ambayo inatusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu mimi nimewaambia, Kenya hii sisi ndio wenyewe, na sisi ndio tutahakikisha kwamba tunaipangia taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kungojea chakula imezalishwa na watu wengine. Tuko na ardhi Mungu ametubarikia. Tuko na wakulima wa bidii Mungu ametubarikia. Ni jukumu letu tukiungana na serikali, na mimi nataka niwahakikishie tutaweka pesa ya serikali kwa kilimo ndio tuweze kuzalisha chakula na kutumia kilimo kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya na kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima. Jameni, watu wa Meru, tutasaidiana kuzalisha chakula Kenya hii, tuondoe njaa. Mko tayari? Vile vile tumesema ya kwamba katika hiyo harakati ya kuzalisha chakula, pia tunataka kuhakikisha ya kwamba tunanyorosha mambo ya masoko. Soko ya chai, soko ya kahawa, soko ya maziwa, soko ya zile bidhaa zingine zote. Tumesema ya kwamba lazima tuikalie vizuri mpaka ikae imenyoka. Kahawa tumeweka pesa katika mambo ya kahawa. Katika budget yetu ya mwaka huu tuko na karibu 600,000,000 ya mambo ya KPCU, mambo ya storage, kwa mambo ya kahawa. Saa hizi tunapanga vile soko itasonga mbele. Mambo ya chai, tumeondoa ushuru ambayo ilikuwa inawekwa kwa mambo ya chai. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya packaging ya chai yetu. Hatutaki kuuza chai yetu tena ikiwa kwa magunia. Tunataka tuuze chai yetu ikiwa katika packet ambayo inaingia direct mpaka inaenda kwa supermarket. Hiyo ndio mpango yetu. Maziwa, tumesema mambo ya maziwa, hii bei ya mabroka hapa katikati, tumesema maziwa kwa mkulima isiwe chini ya shilingi 50 kwa lita moja, tukienda mbele. Na hiyo bado tutazungumzia. Na hapa Meru, ili kuwasaidia kukusanya maziwa yenu, nilikuwa na mkutano na wakulima hapa Meru Town. Na mimi nimewaambia kabla ya hii Disemba, mimi nitalete mitungi 30 milk coolers, ili mahali ambapo tuko na ufugaji wa ng'ombe ya maziwa, tuhakikisha kwamba tuko na facility infrastructure ya kusaidia wakulima wetu wa maziwa, ili maziwa yao iwapatie pesa ya kutosha. Na mimi nataka niwahakikishie katika hiyo mpango, tuko na mpango kamili ya kutumia hiyo kilimo kuhakikisha kwamba wakulima wanapata pesa na tunazalisha chakula ya kutosha. Kwa sasa
Imagine tunaagiza maziwa lita bilioni 1 kila mwaka, na tuko na uwezo ya kuzalisha hapa nyumbani. That is why lazima tusimamishe hiyo kazi na tuipangie vizuri, ndio taifa letu liweze kwenda mbele. Kwa hivyo kwa mambo ya kilimo, mimi nataka niwaulize wakulima wote, tutasimama pamoja na nyinyi. Tumeamurisha mwaka huu tunaweka pesa katika Agricultural Finance Corporation, kwa sababu tunajua kuna wakulima hapo katikati hawana pesa ya kutosha ya kununua hii mbolea, agrovet, nini. Tumeweka pesa pale bilioni 10 ili wakulima wanaweza kukopa pesa kwa riba ya chini, na tumeambia watu wa AFC interest kwa mkulima isipite 10%, isikuwe kama ile ya kule. Si wewe umesikia hiyo maneno? Huyu mtu nimemzungumzia sana huyu, na nimemkaza kweli kweli, na ni mtu ya kutoka Meru hapa, na ndio yeye ndiye anasimamia mambo ya Agricultural Finance Corporation. Nyinyi mnanielewa? So hiyo mpango yote tunapanga, tunataka kuhakikisha kwamba tunabadilisha mambo ya taifa letu la Kenya. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba katika harakati hii lazima tuwe na mpango vile mmesema hapa, na mbunge wetu Bwana Taitumu amesema vizuri hapa. Kweli mko na shida ya ukosefu ya usalama, si ni kweli? Hapa tuko na wizi ya ng'ombe, hapa tuko na ukora, watu wanauawa kiholela, mifugo inapotea. Na sio hapa peke yake, sehemu nyingi ya Kenya, Lamu tuko na shida kama hiyo, North Rift tuko na shida kama hiyo, na ni kwa sababu ni shida ambayo imekolea, ni shida ambayo imekuwa hapa miaka 20, miaka 30. Lakini mimi nataka niwahakikishie safari hii tayari kule North Rift mahali ndio walikuwa wajeuri sana, tumewakalia kuwakalia. Saa hizi mambo imeanza kubadilika, na nimesema hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama, hapo niko tayari kufanya, kwa sababu hatuwezi kuendelea kama taifa kama hatuna usalama wa kila mwananchi kushughulika na mambo ya kujenga taifa letu. Kama wananchi watakuwa wanahangaika, hawana vile ya kuketi, hawana mahali ya kuishi, mpaka tuhakikisha kwamba Kenya iko salama. Mimi nataka niwahakikishie mambo ya modernization ya polisi ya Kenya, na tunaweka shilingi bilioni 25 kuhakikisha kwamba askari wetu wako na vifaa ya kutosha kukabiliana na wakora na wezi. Equipment hiyo natarajia mwezi ujao we will have begun to receive the equipment that is going to make sure that our police men and women have the equipment to deal with crooks and criminals and cattle rustlers na wale wengine wote ambao wanatusumbua. Ni tumenunua hata mpaka na helikopta iko na bunduki. Hii watu tutawakalia ngumu, siku yao ni ya kuhesabu. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, Taitumu simu itakusumbua muda kidogo. Kwa North Rift wakaona ati vingine tunasema mchezo. Hatusemi mchezo, because tuko na mambo ya muhimu ya kushughulika katika taifa letu la Kenya. Niliwaeleza vile vile ya kwamba mbali na kupanga haya mambo mengine mengi, pia lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana tuko nao wengi. Vijana karibu 4.5 milioni Kenya hawana kazi, wakiwemo kina mama na wengine hapo katikati. Na ndio sababu
tumesema tunaweka mpango ambayo tuliweka kwa budget. Watu hawakuelewa, walikuwa wanafikiria kwamba tunaleta mambo ambayo sio mazuri. Tumeweka housing fund, mahali ambapo tutapata pesa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na ajira ya hawa vijana tutawapanga katika sehemu kama 3 au 4. Ya kwanza ni affordable housing. Hapa Meru, tarudi hapa, tunapangia saa hii karibu tunamaliza mpango, tumeanza kuokota pesa ya housing fund, na hapa tutakuja kujenga nyumba 20,000 ya kwanza ya Meru County. Na tutahitaji vijana kati ya 30,000 na 40,000 wa kufanya hiyo kazi. Ikiwemo hapa Imenti North, hii town yenu tutakuja kuweka affordable housing. Lare hapa, si ndio? Hapa Lare tutaweka program ya affordable housing. Tutahitaji vijana kama 1,000 watakaofanya kazi ya hiyo affordable housing hapa Lare. Ni mnanielewa? Na hiyo mpango ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya tunaibadilisha kwa mipango ambayo itajumuisha wananchi wote. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba program hiyo ya affordable housing inasonga mbele. Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba lazima tuwe na mpango ya value addition, agroprocessing, manufacturing. Na ndio mmesikia governor amesema tuko na county aggregation and industrial park ya Meru. Na hiyo county aggregation and industrial park ni ya $500,000, $250,000 kutoka county, $250,000 kutoka national government. Na mimi nataka hiyo program, hiyo aggregation center iwe imekamilika miezi 9, tuwe tumeikamilisha, so that next year iwe imeanza kufanya kazi. Mnanielewa? Na hiyo mahali hapo ndio tutakusanya mazao yenu, mazao ya Meru, tuifanyie storage, tuweke cold rooms, tuweke vifaa common user facilities ya agroprocessing, tuweke mpango ile ingine yote, tuhakikishe ya kwamba tunazalisha ajira, tukiongezea dhamana mazao yenu kama watu wa hapa Meru. Na vile vile nimesema tutaongeza soko zingine hapa Meru. Soko 12 mpya tunajenga. Si tulikubaliana na kina mama mboga ya kwamba hata na wao watafanya kazi mahali pazuri. Katika hiyo mpango ya kushughulikia mama mboga, tunaweka vile Taitumu amesema, tunaweka soko kubwa hapa Lare. Tunaweka soko ingine Mutuati. Tunaweka soko ingine Kangeta. Tunaweka soko kubwa pale Maua vile John Paul alivyosema. Na soko zingine 12 hapa Meru. Tayari tumesitangaza kandarasi ya kujenga, kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba wananchi wasihangaike, mali yao isiharibike. Tuwe na mahali ambapo pana usafi, kuna stima, kuna maji na kuna storage ambayo wanaweza kuendesha biashara zao katika harakati ya kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza watu wa Meru, tuungane, tushirikiane katika hii kazi. Haiwezi kufanywa na mtu mmoja, haiwezi kufanywa na national government peke yake, haiwezi kufanywa na county government peke yake. Itabidi sisi wote tushirikiane, tukiendesha hiyo kazi iweze kwenda mbele. Vile vile mmeniuliza mambo ya maji. Tayari vile mnajua, katika ile dams 33 ambazo tunajenga, 2 ya hizo 33 ziko hapa Meru katika program yetu ya kwanza. Program yetu ya pili tutaongeza zingine za Meru. Na tuko na mpango kamili. Na rollout ya hiyo program tulikuwa tunangojea hii budget ambayo imepita miezi 2 iliyopita. Sasa tuko na program ya vile tutaendesha hiyo mambo ya maji. Mimi naelewa ya kwamba hapa Uradam iko hapa, zile zingine ambazo zilisemekana ziko hapa. Tutapangana tuhakikisha kwamba we deliver water, kwa sababu maji ni muhimu. Itatusaidia kupunguza magonjwa, watu wasikunywe maji machafu, na pia itatusaidia kwa mambo ya mifugo na mambo ya kuzalisha chakula. So mimi nitarudi hapa tena kwa shughuli yenu ya mambo ya maji ya hapa Meru,
Na kwa kweli mumesema ukweli ya kwamba kama tunaweza kutoa mafuta mbali, maji tunaweza kutoa mbali vile vile, mpaka watu wakunywe maji na tuwe na taratibu ya kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Vile niliwaeleza vile vile wakati ule, niliwaambia pale kwa CBC tulikuwa na matatizo. Walimu walikuwa wamepungua shuleni. Kufikia sasa tumeajiri walimu 56,000 in the last 8 months between January and now. Walimu ambao hawajawahi kuajiriwa Kenya in 5 years tumeajiri in 1 year, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na maskini, mtoto wa mtu mrefu na mfupi, jamii hii na jamii hile wanakuwa sawa kwa mambo ya elimu. Vile vile tumehakikisha kwamba watoto wetu wa TVET tunawapangia, kwa sababu kulikuwa na matatizo. Watoto wetu wa university tulikuwa vile vile tumekubaliana na counties zote za Kenya, ikiwemo county yenu ya Meru, kwa mambo ya matibabu. Vile mulisikia gavana akieleza, hapa Meru bado kidogo tuko na matatizo ya mambo ya afya, na nimeipiga darubini vizuri, na tumekubaliana what kind of investment we are going to make kwa ile health facilities tuko nayo hapa Meru. Community health promoters, tunaanza pale kwa bottom. Wale community health promoters tuko nao ambao wamekuwa identified na Meru County na tumefanyia hawa training ni 3,715. Tayari nimetoa shilingi milioni 100 ya Meru County ya kuwanunulia equipment, na nitafanya launch ya hiyo facility tarehe 20 mwezi ujao. Na tayari tumeweka katika budget yetu, kila mwaka tutakuwa tunatoa kama national government shilingi milioni 100 ya kulipa marupurupu yao. The county government watachangia, kwa sababu tunataka afya ianze kwa kijiji. Hawa community health promoters watakuwa kwa kila kijiji, na tumewaallocate community health promoter mmoja nyumba households 100. Wako na vifaa ya kupima pressure, wako na vifaa ya kupima sukari, wako na dawa kidogo ya homa. Wewe ukipata homa hakuna haja kwenda kuhangaika hospitali, tutapatana na wewe hapo kwa kijiji. Nyinyi mnanielewa? Alafu zile vifaa zingine tumekubaliana the model of delivery of equipment ya mahospitali zetu, ndio tuweze kutatua matatizo ya magonjwa ama afya, kwa sababu kufikia sasa watu wengi wanauza mali yao, watu wengi wanauza ng'ombe, wanauza nini kwenda kulipia mambo ya hospitali. Tumekubaliana na wabunge, na wako hapa wabunge wetu, kwamba tunarudisha sheria ya NHIF bunge. Vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hiyo NHIF ilipwe kulingana na kiwango ya mapato ya mtu.
Wale watu wa chini, mama mboga na wengine ambao hawana pesa ya kutosha walipe chini. Niliwaambia wale wanalipa 500 watalipa shilingi 300. Si ndio tulikubaliana? Na mkapiga kura. Si nyinyi ndio wenye amri? Sasa wabunge mmesikia my friends. Sasa mwende mbadilishe sheria. Hawa watu walipe 300 na nyinyi muongeze malipo yenu iende juu. Ama namna gani? Si mtu kama mfuko yake iko na nini, si alipe kidogo. That's what we are going to do. So sheria tayari iko bungeni. Nimeongea na leader of majority, nimeongea na kamati chairman wa kamati ya bunge, na tumekubaliana hiyo sheria in the next 1 month hiyo imekamilika, ndio tukiwa tuna launch community health promoters health facility, sheria zote ziko tayari, because we must change our country. And as I said, the business of changing Kenya, the business of transforming Kenya is a collective responsibility of every citizen, and all of us must play our role. So tutashirikiana namna hiyo, na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya pamoja na nyinyi, na tutahakikisha kwamba tunashughulika kama wananchi wa Kenya tukiwa pamoja. Mambo yale mengine tunaambiwa na watu wa kusoma hewa ya kwamba tutakuwa na El Nino. Mimi nataka tuchukue hiyo nafasi kama wa Kenya. Tumekubaliana ya kwamba tuko na changamoto kubwa ya kubadilika kwa hali ya hewa. Mazingira yetu yanabadilika. Na ndio sababu tulikuwa na kongamano kubwa la climate change hapa Nairobi. Njia ya kukabiliana na climate change ni kuhakikisha ya kwamba tunachunga mazingira yetu. Na ndio sababu tuchukue nafasi hii tukiwa na mvua ambayo tunaambiwa inakuja in the next 1 month, tupande miti. Tumekubaliana tunapanda miti bilioni 15 in the next 10 years. Na sababu hiyo tumepanga miche, jeshi wanatusaidia kupanga miche, polisi, prisons, KFS, KWS na idara nyingi za serikali zimeungana ili kutusaidia kupanga mambo ya seedlings. Kwa hivyo, we will make sure that there is adequate seedling supply in the country so that every citizen can participate in tree planting as a means of mitigating the effects of climate change and ensuring that we are part and parcel of repairing our environment and making sure that the environment serves us and serves our future. So tutashirikiana namna hiyo. Hiyo ndio kazi ambayo jameni mimi nataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Watu wa Lare, mnakubali tushirikiane na hiyo kazi pamoja? Tumekubaliana? Mimi nataka niwahakikishie huyu mjumbe wenu Bwana TJ ni mtu muungwana na ni mtu wa bidii, na tutamshika mkono ili awafanyie kazi. Vile mmesikia anahangaika maofisi yote kupanga mambo yenu, na kazi hiyo anafanya, tutamshika mkono, tutafanya kazi na yeye tukiwa tunafanya kazi na wabunge wote wa Meru. I must say that the members of parliament from this county are patriotic, ni watu wa bidii, ni watu tunashirikiana na wao kupanga mambo ya Kenya, na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya vile niliwaeleza kwa bidii. Vile tumekubaliana, niliketi chini na hawa viongozi juzi. Nilikuwa na hawa Nakuru, niliwaita tukaketi chini, tukapanga mambo ya Meru, mambo ya maendeleo, barabara, stima, maji, vile tutazalisha ajira kwa vijana wa hapa. Mimi nataka niwaombee, mimi nitawaombea Mungu ule shetani ambaye anataka kulete kizungumkuti hapa Meru ashindwe. Tunaelewana jameni? Na waomba viongozi wote ya kwamba mambo ya siasa ya 2027 iko mbali. Tuanze hapa, kila mtu, na hawa wananchi ni watu wako na macho. Wanajua ni nani wa kufanya kazi, wanajua ni nani wa kuzembea. So tafadhali, mimi nawaomba viongozi wote tushirikiane, kila mmoja wetu wako na nafasi.
ya uongozi. MCA ako na sehemu yake, wabunge wako na sehemu yao, senator vile mmesikia hapa ako na sehemu yake, governor ako na sehemu yake. Mimi nang'ang'ana na Rigiji huyu ananisaidia, so tusaidiane, tufanye kazi. Hawa wananchi ni watu ambao ikifika 2027 watasahihisha kazi yetu. Mwenye kupita atapita, mwenye kuanguka atabaki nyumbani. Si namna hiyo jameni? Si nyinyi ndio mtajua vile nani amefanya kazi, nani wa kuongea? So tafadhali nawaomba kama viongozi wa hapa, maneno hii nimesikia hapa kidogo kidogo, sio mbaya sana, mumeongea, lakini sijaona mahali iko makosa kubwa. Makosa ile iko ni kidogo na inaweza kurekebishwa. So tutarekebisha mahali iko kidogo, mahali kuna makosa kidogo turekebishane, ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi, hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane, tushirikiane. Yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake. Tafadhali mimi nawaomba ndugu yangu viongozi, please, nawaomba kwa heshima tushirikiane hivyo. Huyu Linturi anafanya kazi mzuri akinisaidia katika wizara ya kilimo kama waziri. Si namna hiyo? Msimrudishe hapa nyumbani tena kuja kumkoroga hapa. Huyu mtu ni mtu mungwana, ananisaidia kusukuma huko na kupeleka dunia hiyo. Na yeye kama kuna mambo yenu mnataka anifikishie, yeye atanifikishia. Si namna hiyo? Mama wenu hapa wa county afanye kazi ya county, ndio? Na uunganishe hawa watu wote, waunganishe wawe kitu kimoja. Tusiwatenganishe, hawa ni group hii, hawa ni group hii. You know, tuunganishe hawa watu wote ndio tuweze kwenda pamoja. Mnaona hata mimi navumilia wale wa maandamano na mara naongelesha hawa kidogo nini, kwa sababu sasa unajua hii dunia na mambo ni namna hiyo. So tunasungushana tu hivyo, lakini tunahakikisha kwamba kazi inaendelea. Naelewana jameni? Mimi nataka niwahakikishie watu wa Meru, ipande juu ishuke chini, iende kulia ama kushoto, kazi ya kubadilisha Kenya ni ya lazima kwetu, na tutahakikisha kwamba we are not distracted in the business that was given to us by the people of Kenya to change and transform our country. Tutashirikiana hapo pamoja. Na wasihi na waomba viongozi wote tushirikiane kwa pamoja. Sio lazima tupendane, hata kama hatupendani. Wananchi hawa wametupatia kazi, tufanye kazi pamoja. Mapenzi itakuja hapo katikati, Mungu akitusaidia. Si ndio jameni? So tushirikiane hivyo, but I want to give you my assurance. Wananchi msikuwe na wasiwasi na hii makelele. Hii makelele ni kidogo. Hii ni kidogo hii. Hii mimi nitanyorosha maneno mpaka dunia hii ibadilike. Haiwezi kukwama. Sio kama tunaelewana. Yes, our focus is clear and our agenda is on course, making sure that we transform our country. Kwa hivyo nafikiri nimesema mambo haya. Ile kitu mimi nawaambia, so mnajua hata wale wengine wanapiganga kelele, wako na makelele mingi, na mimi nimewaambia mimi sina shida na kelele. Hata watu ya upinzani, mimi sina shida na watu ya upinzani, wanafanya kazi mzuri, wanakosoa serikali, sio hamjafanya hii, mmekosea hapo, hii hamjafanya vizuri, hiyo ni sawa. Ile kitu nimewakataza ni fujo na vita na kuharibu mali ya watu na kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara, kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo nimewaambia no. Hii ingine ya makelele hapa katikati, mimi sina shida. Hata waziri siku hizi nimewapeleka bunge, nimeambia mnataka kuuliza maswali wa bunge, mawaziri na waletea bunge, hata hakuna haja ya kuwatafuta. Sasa wako bunge, uliza maswali yako. Hata wakitaka, nimewaambia kama wanataka ofisi ya leader of opposition, tutengeneze ofisi kubwa. Mimi niko tayari, tutengeneze ofisi kubwa hapo. Mtu ya opposition hako hapo, tumnunulie tarumbeta kubwa hapo kwa ofisi. Awe anatangaza asubuhi serikali imekosa mali fulani,
Lunch time serikali imekosa mali fulani, jioni serikali imekosa hii. Hiyo shida gani iko? Si mimi nasikiza, nikisikia anasema ukweli, si mimi narekebisha. Nikisikia ni makelele, si mimi nawachana naye. Sasa shida iko wapi? Tunaelewana? So maneno hiyo ndio tunataka Kenya isonge mbele. Jameni, tumepoteza muda mrefu hii Kenya kwa mazungumzo ya bure na mambo ya kulumbana ya bure. Ndio Kenya karibu inakwama. Tukaingia huko tukaletewa mengine, sijui handshake, sijui BBI, rege, sijui nini, Kenya ikapotea. Hatutaki kupoteza wakati ingine tena. We have to use every minute to drive Kenya into the future. Tunaelewana jameni? Watu wa Meru tutashirikiana? Tutashirikiana? Tutashirikiana pamoja, twende mbele pamoja. Munasema hawa viongozi tufanye kazi pamoja. Wale wanasema viongozi wote wafanye kazi pamoja. Very good. Hawa wananchi wamesema tuwachane na maneno ya hapa na pale. Tuungane, tupeleke Meru mbele wakati tunapeleka Kenya mbele. Na vile mmesikia, mimi nimepata shamba sasa ya serikali hapa Meru. Nataka kuja kujenga hapa Ikulu. Wale walikuwa wanalalamika ati mimi nimekuja Meru mara nyingi. Sasa sijui watafanya nini. Kwa sababu sasa nitakuja Meru kukaa. Si ndio? Sasa mimi najenga hapo, nataka nijenge hiyo Ikulu, mnipatie nafasi kidogo. Ndio mambo ya Meru tunamalizania hapa. Hata hakuna haja ya kuja Nairobi, tunamalizania hapa. Na mimi nitakuja kuishi hapa karibu, ndio maneno hii kelele kidogo mimi nanyorosha haraka. Si ndio? So wale watu wako na shida na mimi kuja Meru, wako na shida kubwa sana. Kwa sababu sasa mimi nitakuwa hapa kukaa. Si ndio? Na kupanga mambo ya dunia hii ingine ya Kenya, napanga na hapa Meru. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu niko na mapenzi makubwa sana na watu wa Meru, kwa sababu ni mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi ndio mlitusaidia tukapata uhuru wa taifa letu, na tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja na Kenya itasonga mbele. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu la Kenya. Najua mambo yenu ni mawili, sio matatu kama ile yangu. Mumesema mnataka, tuko na deni ya mazungumzo na kukunywa chai pamoja. Hiyo deni nitalipa. So nitapanga. Wale watu yangu ya ofisi, musikie miko na deni ya hao watu. Sasa muende mtafute diary, tupatane na hao viongozi wa kanisa. Alafu ya pili, mumesema ya kwamba moja ilikuwa ni deni nilipe na ingine ni kazi niwafanyie ya tent. Sasa sijui nitaitumu ama nani. Taitumu, utakuja upangane na mimi, uniambie ni namna gani next week nipange. Sawa? Alafu pia nimesikia kuna watu waombezi, kina mama waombezi wameenda mlimani kutuombea. Asanteni sana kina mama kwa kutuombea. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kuombea Meru na kuombea Kenya. Maombi ni kitu ya muhimu sana kwetu. Sisi wengine tumefika hapa kwa sababu ya maombi. Si ni kweli? So nasema asante sana, na tena nimeambiwa ya kwamba ati nyinyi ni wafugaji wa kuku. Mimi ndio mfugaji wa kuku mkubwa. Sasa nimepatana na watu yangu. Na hiyo biashara mnafanya ya kuku ni biashara mzuri. Hata nyinyi mnajua. So kwa sababu sasa nimesikia mko na cooperative na nyinyi wafugaji wa kuku na ni wamama waombezi, nitatafuta 3,000,000 nipatie huyu niwatumie. Musikie. Lakini sio ya kwenda kujenga ofisi. Ofisi pengine mnaweza kujenga na shilingi 500,000. Hiyo ingine muongeze biashara ya kuku. Si mmesikia mimi natafuta chakula Kenya, sitaki njaa. Mnisaidie kusalisha kuku na mayai na nini tufukuze njaa. Mtanisaidia hapo? Mtanisaidia hapo? Bas, mimi nataka niseme nikiwa hapa Meru, asanteni sana kwa kunikaribisha Meru. Asanteni sana kwa umoja ambayo tunashirikiana sote kama Wakenya,
na mimi nataka niwatakie baraka ya Mungu. Murungu abudharime. Mungu awabariki sana. Thank you. Na tumpongeze rais mara nyingine, na kwa vile bado tuko kanisani, nitamwalika Bishop Maore aje atufungie ibada yetu ya leo kwa maombi, alafu nitawaelekezea taratibu za kuondoka. Karibu Bishop. Asante sana. Praise the Lord. Your Excellency, our dear